wakafanya nini? Wakazama kama risasi, risasi, risasi ndani ya moyo. Bwana katika miungu yote, ni nani alikana wewe pesa utukufu? Hey, mwenye kuogopa katika uliyemuumba, nawe bahari wakafanya nini? Wakasama milele, risasi ndani yako. Inuliwe Bwana Yesu, wewe ni mwema. Bwana utukuzwe, Yesu wewe ni mwema, wewe ni mwema. Inuliwe wewe ni mwema, usifiwe Bwana, wewe ni mwema, wewe ni mwema. Utukuzwe wewe ni mwema, wewe ni mwema. Abudiwe wewe ni mwema, wewe ni mwema. Inuliwe Bwana, wewe ni mwema, wewe ni mwema. Inuliwe Bwana Yesu, wewe ni mwema, wewe ni mwema. Inuliwe milele yote, wewe ni mwema, wewe ni mwema. Usifiwe milele yote, wewe ni mwema, wewe ni mwema. Utukuzwe milele yote, wewe ni mwema. Inuliwe Bwana wa mabwana, inuliwe Bwana Yesu, watu na kuinua Mungu wa wokovu wetu. Inuliwe umetenda mema. Watu na kuinua mara ya ushindi wetu. Inuliwe umetenda mema. Inuliwe Bwana Yesu, watu na kuinua Mungu wa uzima. Inuliwe unatenda mema Bwana Yesu. Siku zote watu na kuinua Mungu wa wokovu wetu. Inuliwe umetutenda. Tena
Soquera,
Para
Tunasema asante. Asante Yesu. Uwepo wako tumeuona. Mkono wako wa ajabu umekuwa pamoja na sisi. Safari hii umetusaidia na umetushika mkono. Ninakuomba msamaha wa dhambi zote tulizozitenda kwa makusudio. Na dhambi zile zote tumetenda bila makusudio. Amen. Ukatusamehe, ukatakaze. Tushike mkono na ukanitumie tu kama chombo. Nikaweza kulizungumza neno lako kadri ya uwezo wako. Na kadri ya upendo wako. Nisije nikanene yangu, ni nene yako. Nikaweza kufundisha watoto wako jinsi unavyotaka. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Amen. Yes, salimia mtu mmoja au wawili. Waulize unaitwa nani, kwenu ni wapi? Muulize umewahi kuwa Al-Shabaab? Muulize umewahi kuwa Muislamu na wakati ulikuwa Muislamu ulikuwa Al-Shabaab? Bwana Yesu asifiwe sana. Wow. Thank you. You may be seated. Unaweza kuketi sasa. Mnaweza kuketi mkiwa ndani ya uwepo wa Bwana. Ni siku yako ya kwanza kabisa kufika hapa, inua mkono wako juu. Your very first day to be here. Simama tu na miguu yako tukuone. You can stand up please. Stand up please. Wapigeni makofi wanaposimama. Ni vizuri. Kuna mtu amkimbishie microphone pale, sijui nani ametakuwa hapa. Yes. Let him say hi. Asalimiana, kimbia pale. Kimbia ndaya sana. Kimbia vinyoli, kimbia kutoka kule. Asante, mupatie microphone. Atuambie majina yake. Hi. Amen. Patia huyo mwingine. Pigeni makofi. Yaani Wawero uko hapo na uwezi kushika huyo mtu mwambie karibu. Yaani uikarete oro hau. No ti uradika. Na haye muthuri woka. Umunyite guoko mwire karibu sana. Mwingine pale. Praise God Church. Majina yangu naitwa Ruth Kamau na ninampenda Mungu na Mungu awabariki. Asante. Yes. Ni mwingine apatiwe microphone pale. Yes, muhagi mwambie karibu sana. Hii kanisa ni ya upendo. Tunapendana. Na umwambie hivi. Mwambie imetoka kwa heart. Yes. Next. Praise the Lord. My name is Rachel Wanjiru Kiguru. I'm from Kawangware and I was brought by my mom. Yeah, Ako wapi mom? Mamu. Mamu ndio ule. Yeah, thank you very much. Yes, Ritanis wale wanarudi. Wale walikuwa wametoroka wameanza kurudi. Tuangalie wako wapi? Wale walifikiria tutaisha. Sasa wameona tumerudi. Haya, tusalimie mami. God is good. All the time. Kwa majina mimi naitwa Feni Adhiambo Juma na niliona mtumishi kwa TV nikasema nitamtafuta. So leo nilipiga namba fulani hapo nilipata YouTube wakanipea direction nikasema acha nifike. Nimefika na hata nimefika sijakaa. Hata hujakaa? Sijakaa sana. Hope nikaribisha. Asante. Somebody there. Another one. Kuna mwingine? Ako wapi? Kuna wengine hapa wawili. Kibia baba. Siwe ni mtoro. Yes. Bwana asifiwe. Majina yangu ni Duncan Kigo, nimeokoka, Yesu Kristo ni Bwana. Asante kwa kukaribishwa. Asante sana. Yes. Bwana asifiwe. Naitwa Francis na nimeshukuru kufika mahali hapa na nimeona ni mahali pazuri. Asante sana. God bless you. Yes. Ninataka tusalimiwe na my friend hapa. My friend simama tu. Kunaendeleaje? Unaendelea vizuri? Yaani uoni kama Natasha microphone? Bwana asifiwe. Mimi naitwa William Mama Elijah. Na mimi nashukuru nimekuja hapa mara kama 4 na naona mabadiliko kwa maisha yangu. Yeah.
Asanteni. Kamunyweso kamepunguka ama bado ni kuongezeka? Imepunguka. Ilikuwa na jikuna sasa imepunguka. Na kamunyweso Kamunyweso kiu imeisha sasa. imeisha? Imeenda ikiisha? Inaenda ikiisha. Joeli yako? Joeli, paga imupago tumpeleke rehab ile kwetu, tukae na yeye kama hata kama ni mwezi. Najua mimi napenda kukaa na watu hawa because mimi nilikuwa mmoja yao. Nikiona ganyete ya ndoa ya Joeli ndukanyonage ta demuru. Yona ndakorera mundu nginya wethugumeire ri nindethugumagira ndemereire umereria tu niguo. Asanti. Ikioke tuikare kuria ni Karen. Ti umuthi ni akarehwo ni mutumia uria mukaga nake. Umurete Wednesday, umutayarishe umurete Wednesday tukae na yeye. Nimekaa na watu huyu tuko na yeye sasa. Simama. Nataka riabu. Nataka basta. Takuba. Sasa poa. Umekuwa sawa sasa? Ako fresh bwana. Uko fresh? Ni aje? Weka uzito. Yaza. Huyu tulimkota kwa mtaro hapa. Si ndio kameka kijana. Umepata mtu? Ani Gagaroda. Makofi! Thank you my brother. Sasa unaenda wapi wewe? Simama hapa. Simeona ameanza kurudisha fahamu. Na Roda ni ya mudu. Thank you. This is a house where everything is very possible. Sadawa. Amejioshea. Na nyinyi mnatafuta toro daka de handsome. Okay, withabirie mudu withabirie. Yeye nuna gaka ni gathera. Umwenda mucaragia ndura teto ni mutheru. Withambitio nu. Tutigane nanie. Chukua hizi Jose. Unaona kinya ndiageria kumugata uguo akagata uguo. Ii tondu magnet ni reka atia. Tuikaraga nake Karen. Uikaraga ko? Karen. Kumako. Kuma na ile video. Ndiri karawa itoka. Twakurutire ku? Ndari mutaro wa mehie. Waikaraga ha wakomaga ha. Mwana ha thutha. Arafu ka mundu gwitogithinji. Hetagwo atia? Wakuma mako. Eho wakomaga. Hau nja. Eri ukomaga ku? Nyumba. Kwa ku gwitagwo atia? Karen. Toria ndo ya niga na mori makinya Karen. Niga na mori makinya Karen. Guhitukira. Ku. Ne kuhitukira. Jamaa ikaraga Karen. Okeragia ne tanyoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Niguteithia. Tuteithagia. Tugatigira mundu ni eka atia? To nginya mundu athecwo cindano. To nginya mundu aheo dawa nigetha agire. Nie ndarie na gatoyo ndiaheirwo dawa. Ni kuhoerwo ndahoirwo ni mami. Nginya akirugama. Kuri andu angi makurehagira mwana magakorwo mageciria no nginya athecwo cindano. Ukamwira atiriri uria tugwika ri kuria arakoma na kiria araria ri ni ukurugamirira. Nwanyita na haria kwihumba na kahutothe ni akurugamirira. No riu arenda mwana athecwo cindano nigetha atige kumugiaga. Nwanyita riu acoka kuria raisi ati mwana ucio ndanathecwo cindano na ndanaheo dawa ri no mwana ni nomo ri akauga acokerio mbeca ciake tondu itinaruta wira uria ararutaga. Yo githe ti ngoma ya mundu tondu arenda athecwo cindano nigetha aguruke tondu niwe murogete. Wanyita ni atumia aya ni nyu muthukagia ciana cianyu. Ruto ni uramenya mahitia maria wekire morogi kuria guothe uthiete kworogi ri kwa nduriri ciothe ri riu ukenda mwana akue mehia maku umuthukie kiongo. Wanyita na akiareho kwa ndurari ndathecagwo cindano aikaragwo nake nginya akage. Riu tondu wacoka kuria uguo karari kaundu simple mwana ni agira mwana ukaja kwa ni ri ni ndecirege ni guthecwo cindano i ni riu ndenda gujokeria mbeca ciakwa tondu riu ndanathecwo cindano. Iyo yetagwo ngoma na githeri. Nwanyita tondu ucio ni mundu urenda guthukia mundu uriku ni mundu unyitanire na ngoma kuria ngoma ramutwarite ri
mwana uyo agethecwo cindano wanyita ni aguruka ni athie pio ruke kuhe example njega na nikio urona makiguithania ukahaha weta thiathie na kou mundu gwitwo Roda ari muguruki agioka guku acha tuongee Kiswahili. Roda alikuwa mwenda wa simu akikuja hapa wa simu ya kabisa, akashikwa na bwana yake na watoto mmoja tu ndio alisimama naye, watoto wake walisimama naye, lakini mama yake, dada zake wote walimuitia polisi, na polisi baka wakakuja wamshike wamupeleke Mathare akadugwe sindano. Huyu akakuja hapa nikamshika nikamwambia ndugutheshwo sindano, lakini nitakaa na wewe. Lakini kalikuwa kamwenda wa simu ya kabisa, ona riu gatiri goka wega fii, kalikuwa kamwenda wa simu. Sasa nikasimama na yeye, nikasimama nikapigana vita, akanyaganywa gari, akanyaganywa kila kitu, akafukuswa nyumba, maana ni mwenda wa simu. Na wanamfukuza nyumba ni familia, ni mama, dada zake na watu zao. So jihadhari sana, mama na wadada wakishikania na makase ni washikanie, watakuangamiza na utamaliza. So ukiona mtu kama huyo anaenda kumalizwa, tetea yeye, shika yeye vizuri, usiachilie apelekwe. Huyu sikuachilia. Wakati alipona akapona vizuri, sina sasa kameanza kukua, hata nywele imeanza kukua ya white kidogo. Ni wisdom sasa imeanza kuingia, na fortunately amefanikiwa. So that is my work. Munanielewa? Kwa hivyo when you bring your person, don't dictate me. Are you getting me? Hiyo ujinga ya kudictate, nitakurarua, nitakuchapa viboko, maana wewe ni shaitani. Tutigothesha ciana cindano tondu ucio nigo mubango wa shaitani. Hiyo ndio mupango wadugwe cindano waishe. Maana the moment you are injected, that's the end of you. That's the end of you. Imekuingia na haitakutoka. Na hiyo ndio ilikuwa mpango, initial plan, ndio uishe. So we are going to support where there is necessary. Tutaconsult madaktari tukiona is it possible huyu tuende na yeye mpaka apone. Ni possible basi. Lakini hiyo dawa ya kuwekwa dawa kwa sababu ya dawa, no, not me. Not here. Na wewe ambao unatupatia pesa unakuja kuitisha hedo uitishe mama yako, tutakunyorosa. Tutatoa hiyo kitu kwa hiyo mtoto tuweke kwako. Niye dereto ne nganga James Maina nganga. Vimo ikaredi. Sasa my friend, unasikiaje nikiwa kanu kagonyo kogu? Niko gonyero ni mongare. Na bagi, unavuta bangi? Uliwacha kitabu na dawa ulijiduga? Uliwacha kabisa? Na hii ni nini? Nikosi imekaa nini? Hii ni rashes. Ni rashes? Sawa, tutakushughulikia kaa chini. Wednesday apelekwe huko Karen. Alalie kitanda ya matajiri. Akule chakula ya matajiri. Huyu munipatie 2 weeks only. Huyu ni pastor. 2 weeks. Akikuja hapa mtaanza sasa, jitayarishe. Josephine. Ndogi jato dito kenyihagia. The number of bachelors. The number of single men and the single ladies. Tuende tukipunguza pole. Hata mimi nilipunguza. Niliondoka kwa masigo. Niliondoka. Simu nipigie makofi. Charity. Nikiwa hula. Charity amepiga ile makofi ya Kenyororio. Bwana Yesu asifiwe sana. I'm happy. I'm very happy for that, and I'm happy for the kind of the maturity that you are growing with. It is very fast growing. Bwana Yesu asifiwe sana. Ujiga imepunguka mingi kabisa, at least kitu 70% imepunguka kwa watu wengi, and we are growing nicely.
Na hiyo ndio kanisa sasa tunaanza kuona matunda ya hard labor, kung'ang'ana, kupapana mpaka ujiga inapo. Unajua ujiga ndio adui ya maendeleo. Ujiga ni si ile ujiga mnafikiria, kwa sababu sasa mmeanza kufikiria mambo mengine. Sasa ujiga ni ile utaki kufundishwa, utaki kukaa chini, wewe ni kiherehere, wewe ni kujua kila kitu, hautaki, yani you are yourself by yourself, living by yourself in your own standard. Hiyo ndio tunaita ujiga. Kaa chini utulize tukule na wewe utulee. Kila mtu akona kaujuzi kake. Kaujuzi kako mimi sikajui, so mimi ni mjiga kwa hiyo kaujuzi yako. Na mimi kaujuzi yangu ukajui, so na wewe ni mjiga kwa ujuzi ya. Sasa tusaidiane, ujuzi yako inisaidie na ujuzi yangu ikusaidie. Ndio tuende tukiedaga pole pole na tutafika. Sirio Josephine? Tugokinya. Ado haurora. Dokanire ti down. Dokanire ti down. So good, so far so good. Rebecca ako wapi? Rebecca, nataka utusaidie tu, maana ni wewe tuliona mkiwa na Ian muko department ya youth. Beside the youth, anza structure kutoka chini, kutoka kwa hawa watoto wanaruka hapo chini. Nataka mwalimu permanent, mtu atakuwa na hao all through, so that we can be able to have put the structures ya kutoka hiyo wale wadogo hawa wanakuja hivi youth hivyo mpaka juu. Put nice structures, alafu tutafute curriculum yao tuanze kuwafundisha. We need to take them to a specific tuitioning, planning, na tunawazungumzia ndio waweze kukua, because we need to talk to them. We need not only to wakuje warukaruke pana, somebody who can take them through a process. Ndio hawa mama watuletee watoto wao, maana hawajaona a good structured program ya watoto. Ndio naona amewacha mtoto na maid, yeye amekuja kukaa hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. So we need a kitu structured vizuri, mnamjege pamoja, mshirikiane na mwalimu pale. Naona ameingia. Pigeni mwalimu makofi. Pigeni mwalimu makofi. Yes, mshirikiane na mwalimu na Ian. Make sure you have a very well structured year from the lowest kupanda hivyo, because we might also have a school yetu ya hawa watoto, si ndio? Tunataka kununua bouncing castles. Tunakuja wakati tunaimba hapa, tunatafuta kiwanja hapo, wanarukaruka, maana we are going to our own ground. Tukiwa na hawa, we have a structured. Why I like Muslim, although sitaki kujoin, lakini I like them. If tungepatiwa platform tuambie tuchague vitu vitatu, tuchague Mungeke, Ukristiano na Umuslim, namba 1 nitaipatia Muslim, namba 2 nitapatia Mungeke, namba 3 nitapatia Wakristo. Mungeke, kwa sababu ya Mungeke tulikuwa structured, tulikuwa well organized, na tulikuwa na plan. Waislamu, mtoto anaweza akizaliwa hivi anaigiago madrasa, kutoka hapo mpaka wakati atakufa anaigizwa kwenye masomo ya kidini. Na ndio naona hawana tabia mingi baya kama nyinyi. Umeona wako vizuri, they are well disciplined. Wakiamua kuipanga kitu wanajua kusaidiana, wanapendana, they are one. Akitoka hapa aende California, atapata Muislamu wao, atasimama na wao. Sasa wacha kwenda California. Wewe ni wa Murang'a, utoke Jobe uende Kagema, upata Mkristo, akikuona hivi anakuondokea. Christians are the most demonic people I've ever met on earth. Wako kanisani lakini full of hypocrisy. Ni mikora tupu. They are backstabbers. Ata make sure baka amekuagusha na maobi na anaoba. Nani itasesa hapa? Ni muobezi anaoba. Lakini all the plan yako nayo ni uaguke. So they are very, unakuta kuna mama amekuja amekaa hapa. Ako hapa ni mchawi. Anajiita Josephine, anajiita Jeremy, anajiita Ronald, anajiita Matthew, anajiita Moses. Ako hapa. Naone morogi. Ikaleta hau. Nwanyita. Amekaa hapa, amekuja tukoroga watu. Unakuta amekaa kwa hiyo roho yote, unaona watu wameanza kuzinzia. Plani yake tu alitoka nyumbani kuja kufanya hiyo kazi. Lakini ukimsalimiana naye, bwana asifiwe mchungaji,
nasikia kumshukuru Mungu maana amenitendea mazuri. Mchungaji, ninapokuona nasikia nguvu. Ninajua historia yako. Kumbe wanajua walikuwa wamenikamatia huko. Sasa wakati niliotoka hivi wamekuja hapa kunikamatia hapa. Shidwa nyinyi. Bwana Yesu asifiwe sana. The most haters, wale ambao wanajua kuchukia, mongers, watu backbiters, kila manner of things ni wa Kristo. Sasa lakini si wa hii kanisa. Ni wa hii. Nyinyi mnaweza kuwa mambo kama hiyo. Mnaweza kuwa mnaobeaga watu vibaya. Yeah? Nyinyi ni wazuri. Yeah? Wako kwa hii nyumba. Wanafanya nini? Yeah? Wanaobea watu vibaya. Yeah? Gai. Na uko kwa hii nyumba. Na unafikiria utatoboa? Wacha tuone akitoboa. Tuwapatie wiki mbili tuone venye watafanya. Si ndio? Watanaswa tu hapa. Tuwapatie tu wiki mbili. Tuone how best they can be able to survive. Watu wa Turukana kujeni Padi. Turukana kuja Padi. Ndio tuone Turukana kama inatoaga watu wazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. So there's some small announcement nataka kufanya. Ya youth nimemaliza na ya structure ya youth ya vijana wote. I want well coordinated. Tutafute mpaka system ya watoto wetu, makanisa yetu yote. Watakuwa wanalelewa aje, wanafundishwa aje, who will be handling them and how, and amesoma kamba baka wapi ndio atupatiwe ruhusa ya kuhandle watoto. Maana kuna wengine wanahandle watoto kumbe ni lesbian, wengine ni magay. Anaenda kufundisha mtoto mambo ya magay. So we need to be very 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 critical on that, so that tukue na kitu kizuri na tukue na standard, a good standard on how we be taking care of our children. Due to demand, nime decide tukiwa na Mungu pamoja na wale watu wananisaidia. We have decided to have a legal office for the church because nimeona of late tumekuwa tukisign a lot of papers na zinahitaji, ninaenda natafuta lawyer ananikula pesa. Na nikamuhuri tu na hiyo kuandika that. You know, na hiyo kuandika that. Inataka evidence. Ni evidence. Sio evidence David. Affidavit. Nakuta mambo mingi inaandikwa na tumekuwa na challenges nyingi na wale watu tunafanya na wao hapa, unakuta mtu ameanza kuigiza kaujaja. Nikaona ni vizuri tutafute legal office. Tunanunua mashamba. We have been tunakuwa na vitu mingi. Kwa hivyo because of that nimeona tukue na a legal officer mwenye atakuwa kitusaidia kama uko na issue with the church that needs some legal some structures hivyo, and also the legal ya kanisa, maandishi, manini, returns, vitu kama hizo. Now I have carefully thought about it na nikapata mtu anaitwa Agnes Mwagi utusaidie tu. Maana Agnes, she's good. She's my good friend. Asira ndio alikuwaga na migi, najua imepuguka. Amekuwa kileft, tunamrudisha na left. But now aliniambia ha left tena. Ni kweli? Agnes anafanya kule na DPP. That is why I chose over her. Ndio atusaidie. So anything legal, mambo yote legal, kuandika ma contract, kuandika inaitwa nini hii ingine, hii agreement zote. Tutakuwa na Agnes anatusaidia kuandika. Si ndio? And then by that she becomes automatically the secretary to the church. Sio secretary wapa ule. The church has a secretary ambaye anasaidia on legal affairs. Kuna secretary waka nini na secretary to the legal affairs, advisory na vitu kama sasa tumeanza rehab. Hiyo rehab mtu kuletwa. Si lazima kunaandikwa maandishi. Huyu mtu amekuja, huyu mtu anafanya, atakuwa na wao msasi ana sign na huyu ana sign, kwa sababu rehab kichwa kama hizo imebedi sahi. So I thought of that and I want to thank you. Alafu tumekuwa na events nyingi.
hii ya wazee, hii tumekuwa na, tutakuwa kama tuko na youth event that is coming August, na hiyo nataka tuanzie kuimobilization from now, event ya youth ambayo I need to have over 1000 youth hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Over 1000 youth hapa, na tuanze kupanga watu vizuri, tuongee na vijana, tuwazungumzie, ndio tulete watu. Unajua sasa vijana hawataki pasta sana. Ukianza kuambia the Bible says watakuacha peke yako hapa. Sasa tutatafuta watu ambao wako kwenye IT, watu wako kwenye biashara, because wanataka kusikia ninatengeneza pesa na mwema. Wachana na Yesu kwanza, nionyeshe njia ya kutengeneza nini. Sasa na mimi sitamuonyesha pesa na alafu tuweke Yesu ndani. Unamuonyesha pesa venye inatafutwa na Yesu ndani, ndio aende akipanda, then we will be able to produce and rescue a young people who doesn't want. Unajua our young people, they don't want to see anything called a pastor, anything called a church. Wako huko nje wanataka kufanya vitu zao, na because they are demoralized, wameishi katika mazingira maovu. Si ni kama venye sasa tulikuta akina shosho hawa walikuwa naambia wananuka, wanaambia hawaogi, wanaambia of course hawakuwa kioga. Sasa mna expect mtu anakaa kwa nyumba ya makaratasi anaogea wapi? Yeah? Kanatigwa. Uweza bagira manatadine masio. Yes, no githiko githamba njaga ciana cia kucikwa na hau. Athuri tani. Na mena meciria mabuthu. Acoke akũria atia? Acoke akũria atia? Anjũria atĩrĩrĩ, ndaumĩire hau mami ũrĩa yoga ngĩkuonaga. Aidhuru. Achana na hiyo. So, si umeona wamekuwa wazuri sasa? They are well dressed, wameng'ara vizuri. Yeah, hawaogei nje, wanaogea ndani kwa nyumba. Machukizo yameondoka. Baba zetu pale usiona na mama wamekuwa wazuri. Mugaga wetu amekuwa mzuri. Mugaga kuja Mugaga. Najua kuna watu wanakuchukia tu bure. Uliacha. Kuna watu wanakuchukiaga tu bure, wanasema pesa yako ni baya, ni wachane na pesa yako. Lakini pesa yako nitaendelea kuikula vizuri hata kama imetoka kwa wagaga. Nitaikula vizuri. Sawa? Na unaweka hapa, unaiweka kwa bahasha, tunaweka hapa vizuri, tunaendelea kuitumia. Hakuna mtu atakuchukia. Na pesa ulete tukule. Hata shetani akikupatia pesa, si niliko teda, leta nikule. Yes. Yeah. Sasa miaka hiyo yote amekuwa Mugaga, amejaribu kufanya yote. Sasa hii ndio atatuweza. Alitutafuta kutoka huko, tulitoka huko. Baba yake ndiye alikuwa Mugaga ule mkubwa kabisa kule kwa Utaita. Sasa yeye ndiye aliachiwa. Sasa alikuja kutujaribu, tumegoga yeye, amekuwa mshirika. Sasa mnataka nifukuze huyu? Acha na nyinyi, na hiyo urogiwe, na nyinyi ndio warogi. Mwananyonera murogi wako haha. Ni Mugaga mzuri. Kukamata Mugaga na unamkalisha na unamulea mpaka anabadilika, nasema Yesu ni Bwana. Mugaga. Alafu mniambie nivukuze Mugaga ambaye nimetrain. Si mimi nataka kumtrain akuwe pastor. Ndiye akuwe Mugaga wa pastor. Yes. Kwani mimi nilikuwa nini? Si mimi nilikuwa mtu mbaya. Yes. Alafu raki jirade wewe ndigemote. Ninyo ni nyumugothi. Wewe mundu mwega. Mimi sikutumwa kwa watu wazuri. My boss is Jesus Christ. And my boss was never sent to good people. Sindi walituambia, I am not sent to good people. I am sent to who? Yeah? Nimetumwa kwa nani? Kwa wale wabaya. So my boss, Jesus Christ, he was not sent for me to you, Josephine. Aiwa. Jerry, boss yangu si ya watu wewe wazuri. Boss yangu ni ya watu kama hawa. Hii ma reject. That is the work of hiyo, na mimi nimeandikwa kazi na huyo boss. Sasa wewe ni wewe mzuri, unararaka biguni, unakuja asubuhi, tunaulizana nini? Si ukae biguni yako na sisi tukae hapa duniani. Sisi wabaya. Kwa sababu we have a boss anatutetea. Uzuri unajua why nalinga. Huyu boss yangu anakaaga mkono ya right ya Mungu hapa na Mungu. So nikitaka kuongea na yeye mbiaga simu namwambia boss, dokiali na monene hau. Ndio kanyamu. Kana kuja haraka.
Tuna rehabilitate mtu kama huyo anakuwa msawa. Sasa wewe unakaa biguni hamuonani na boss maana hana haja na wewe. Juu already si unajua biguni na unajua juu ya kupeleka biguni. Ndio nimekaa miserable. Rudi hapa tudiadi. Tuandike tupatie boss contract yetu, tusaini, tukae na boss. Aongelezage Mungu, sisi tukuage hapa. Ndio tuna communicate, anatutetea. Maana Mungu ako na watu wengi, lakini anasikilizaga huyu boss wetu. Maana huyu boss wetu anakaga mkono ya kulia. Sasa wewe unaendaka huko biguni unakutanaga na boss mgani? Udia kuhora ukirikiruye ukuyeika. Kule iguru mwadi mwakinyari mnakutaga nani? Ama mnaendaka tu bedroom? Unakutanaga na Abraham. Mimi sina haja na Abraham. Mimi niko na haja na nani? Na Yesu. Mwenye yako karibu na Mungu. Abraham sijui kama alikufa ama hakukufa. Anakaaga na huko wanachuga kama anakaaga unajua kale kakakona kale tunaimbaga wimbo. Jakira kanyumba kona ine kowigoro. Keruruine kia muti wa moyo hotage kwegitira. Abraham anakuaka kwa hiyo kakona. Unasikia mtu anasema ajegewa nyumba kule biguni kwa kakona kamoja. Mimi nataka kona ploti hii hapa kwa berebere hapa kwa barabara. Na hapo ndio bosi yangu anakaaga. Sasa nyinyi mnaenda kujificha huko kwa nini? So let us support everybody. This is a church where nobodies are made to become somebodies, because I was once a nobody. Bwana Yesu asifiwe sana. So if you are somebody from your birth, kutoka siku ile ulizaliwa wewe ni somebody, kana usambodi yako. Usituletee hapa. You are in the wrong place. Mnasikia? Waokofu. You are in the wrong. Naigwa roda. I hope Maria amefika. Ameonekana area hii. Hajafika? Kwani tumemkosea? Yes, unajua kuleta mtu kutoa mtu wa Catholic kwa Catholic umulete hapa. It's a big deal. Na akae hapo. Na aanze kuona Maria hapa. Unajua anaonaga Maria hapa na anaona Yesu, na anaona malaika. Ndio that's why I'm always happy with her, because ana connection. Akona connection ya Maria. Good. Mpigeni makofi mama yetu. She's very good. She has supported us. Ametusupport sana katika mambo ya kikanisa, mambo ya projects. Na ndio kutoka sasa nataka nimuulize tu atusaidiage kwenye events. Be in charge, atakuwa in charge of any event in terms of hospitality. Simpigie makofi mami. Utukue shika hapo, tusimamie hapo. Events za mama, events za wazee, events za nini unatuplania, unatuambia this is what to be done, and I need of course watu ambao watajiunga na yeye utusaidiane pamoja. Sunday nilichagua some women ambao watakuwa na kazi ya kutusaidia. Tusimame tu wale Mungu alisema tuwapatie hiyo job. Wamekuja ama walipotea? Huyo mwingine amepotea. Ako? Hata kanisa amesema akuji tena. Na hiyo ndio kazi yake ya kutorokaga. Akipatiwa kazi lazima atoroke. Lakini hii hatatorokea. So I'm expecting to meet you today. Ndio nijue wale watu wako chini yako, tujue namna gani, na wale watu wako chini yako ndio tuanze program. Because we need to have programs, structured programs za kina mama. Both group zote tatu tukue na structured programs to identify what tutakuwa hii group itakuwa ikifanya namna gani, hii itafanya nini, hii itafanya nini, then we become active members of the church doing active activities. Bwana Yesu asifiwe sana. You may be seated. So therefore kuna ile kitu tulianzisha inaitwa Club Synagogue. Members ya Club Synagogue, inua mkono, ulitoa pesa yako. Yes, thank you very much. Because imeenda hivyo nikaona ni kama imirara. Because wale nilipatia hiyo responsibility ni kama wali sincere. So therefore nimetoa mtu anaitwa Charity kuko kwa nini? Kwa kuchukua sadaka hapa. Charity nataka utusimamie hiyo ya Club Synagogue. Yes. So na project ya kwanza simpigeni makofi. Wacheni wivu. Tika ikewaru.
So the reason nataka Club Synagogue na Charity, and also tutatafuta watu wawili watatu wa kusaidiana na wewe, hautakuwa peke yako because this is overwhelming. Nimekuwa wale watu members, tulianza program ya kununua tuproti, ya kununua ya kufanya biashara na hiyo pesa mlitoa. Na tumeanza biashara mbili. Tuna tuproti kadhaa kule Maridi na Lamu, na twingine tuko humuhumu, na pia tuko na hiyo pesa yenu mlinipatia, nilienda kufanya hivyo. Tunaelewana hivyo? Hiyo pesa yenu mlinipatia ndio nilienda kufanya hivyo. So kutokana hivyo, we need now to restructure again, to meet again, because we have another project tumeanzisha inaitwa Rehabilitation Center. Bwana Yesu asifiwe sana. So I want us on Saturday, watu wa Club Synagogue, tukutane huko Karen, niwachijie kabusi, tuanze biashara. Sasa niwatagasie, niwarese pesa yenu imefanya A, B, C, D. Ndio hii pesa yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni vizuri hivyo. Ndio sasa kutoka hapo, kale kafaida tutakuwa tukipata, tunajua ulitoa shilingi 10,000, unapata dividend. Mwisho wa mwaka unapata tushiriki twako tu kadhaa kidogo. Kama ni mwezi, kama tutakubaliana, tutakuwa na legal experts na people ambao wamekolea kwenye biashara. So kabiashara tukipiga hiyo kabiashara na pesa twako, tunajua katakuwa kanakupatia pesa gapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo nimetumia akili mzuri sana. Yes, munipigie basi makofi. The reason I'm doing this, it is to kill the spirit of idleness in this church. Kwa sababu hiyo ndio inaletaga fitina. Because watu hapa ni wengi wa kuobaoba mafea, wa kuobaoba, wa kusema nini. Sasa hiyo nataka kumaliza kabisa. If you are not participating in any part of this church, hauna kitu ya kufanya kwa hii kanisa, na umekataa kujoin, officially nitakufukuza. I'm not looking for numbers. I've enjoyed the privileges of having a following. 4 million people si watu wachache. Kwa hivyo I'm not looking for numbers. I'm looking for a quality people that tukianza na tukifanya kazi ile tunafanya, dunia mzima itasema I want to be like these people. Dunia mzima itasema this is Jesus Christ. Dunia itasema this is God. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio tufundishe watu. It is not miracle that it does. It is God blesses the work of your hand. So wale watu walijoin Club Synagogue, tutamit Karen Saturday. Nitawachijia kabusi. Tukule, tusugumuse sasa modules za biashara, tutafanya hivi na hivi na hivi. Sasa hiyo ya Karen imeanza. Officially tutaianzisha siku hiyo. Already we have a victim here, another victim here, another, hata wewe ni victim, si ndio? Wameikia rehab, wamekuwa, hebu simama wakuone hata wewe venye umekuwa mzuri. Simeona kijana amekuwa mzuri na hajaoa. Najua najaribu kuodoa misigo ile imenisaraudi mingi sana. Kuodoa. Na wewe umejinyakulia, wewe tutakutengeneza mpaka upate mtu. Tutakuosha, utangara vizuri. Haya maturaga najua kuna watu wameshidaga hapa maikaraga hata mahuru wanakaka tu akigojea. Umeona apostle? Umeona apostle? Bwana alizungumzia apostle ni bwana yangu. I'm taken. Go. Abia huyo Mungu alikusugumusia, alikukoni. Babia kurudishia mali yako. Maana haikuwa fulfilled. Bwana Yesu asifiwe sana. Thank you. Simuliona hapa nilikuja nikakata mikada yote, nikaondoka kwa mikada. I knew what I was doing. Yes. Wow. Siseme wow. Yes. Naiga makidi. Makidi. Kai. Hado amatirioru. Ginyoka kwa hado hawao yatumia irauma hado hayume ina soprano irauma ina bezi. Wow, na nimutumia. Nege kidi. So through the women ambao tulisikiwana tutakuwa na structures, well organized structures, ndio tujue kila group ya wamama tutatengeneza kakitu. Kama sasa ile ya washosho.
ciothe mwakinyirie ko no mutumaga riu mwena cigana hebu mulete siodo mbili hapo tuone, ndio tuonyeshe watu hapa ile kazi tunafanya. Msijali, nitahubiri tu, msijali. Kuna mtu ako na haraka hapa? Sisi mnajua tunahubiri mpaka jioni. Lakini sasa leo nilitaka tu explain maendeleo yetu. Ndio mjue tumetoka wapi, tunaenda wapi. Na no, tunataka mmoja tu, imetosha. Mami kaa chini. Lete bili tu, hiyo haijakamilika. Hiyo haijakamilika. Ile imekamilika moja na ile haijakamilika moja. Sasa simuone, ndio mnaona mimi hiyo mambo ya kwenda biguni mimi sina kabisa. Tutengeneze mali hapa kwanza, tukienda biguni tuende tukiwa na mali. Umeelewa? Mie ndiye na ihenya wako ni ule dagothi bigoro wethie no menya wathi kule utarudishwa, maana hakuna kitu. You are just poor. Mungu hataki watu maskini. Kuna Mungu kitu anasema, si unaona hizo? Hizi ni kiodo tumetengeneza wapi? Hii sasa mimi naenda nayo Amerikani. Next month naenda Amerikani, nitaenda naso karibu 500. Zimepata wateja already. Ati tutaenda na wewe. Tudi na eko. Simu umeona? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukitaka kununua tunauza. Ukitaka kununua kujia. Uko na pesa mami? Wewe ni wako lile? Okay. Ukwenda kiriko. Tadhiga kafatine ke hau ugo. Kibia huko kwa hiyo kabati ulete. West Pokot. Hii tumeshonea hapa na imeshonwa na wisho sho. Ni shilingi 3,000 tu. Asha. Nikiwe, wena maguta, na madadena. Hiyo ni shilingi 3,000 tu. Karathi. Tia guthukia thoko. Roiro. Gataka kene kega. Ndurahika. Tiga wana we. Beti kuhiko rahika. Ne girida tokeu. Mundu ni kuhika rahika, alafu anaenda huko akanyamo gato iretu. Sasa umekuwa mzee. Au kaihuria ugathie thoko. No, ikaraithe. Sasa umekuwa mzee sasa. Nani mwingine? No kwenda geke kia brown. Bekukane kiagera ai. Ya brown? We nwagire kiodo. No. Mwalimu, nwagire kiodo. Uwe ni ukwendaga. Ukwenda kiriko. Kwenda ige. Unataka hiyo? Yes, negiri dato. Ninaka uragicoka ruraya utari na kaodo. Next time ni uguthi kurehe mbeca. Nejue ni mbeca utari thaa ici. Nejue nduri nacio. Wenda kia mukomwe. Okay. We ni wonire ni wagurire kiodo. Na wikaga ate kanitha ni wako ndungihota gusupport. Oro akere andu agai. No giha. Haya, no kile my friend. Say hug. Rugama na iguru my friend. Simama tu. Bwana Yesu asifiwe sana. No hale mwana gwikara nyumba. Kaihuragia gakaikara nyumba. Kayagakera. Okera. Othio kou. Wero ndakuheire usade uthi wikire kanju. Na urikaraga na kanju. Woka huko sade urikiraga kanju. Niguo Ngai anjirire. Tonia kunjirite ni uroka. Ni wariki mwitio ni wathira. Ucoke wira-ini wa? Yes. Ni ndura ndungihotana nake. Ndura ni dinomo, ndakoragwo ari nomo. Ndukana expect God nomo hariwe. Ruta wira wa Ngai tigana na ndura. Ni ndi kurakaragia. Wanyita. Tondu kiongo giki na wake tandura. Kiongo giki ri kihuire baki. Wira da kihurite ndiri rauma piyo. Riu wenda gwakwa ucaragia mundu mwega perfect. Ndukuona. Tukata Ngai. Ngai we hari uria agwitire guku wikage. Tukata Ngai tigana na ndura ni egukaria haria wecirie ni warariria uru. Na ndura rikia kwaria ri ndacokaga riu hau ringi ni makasiriko make ni meka atia ni mathira. Mwathani agoco ndungata. Bwana asifiwe sana. Amen.
Kino hakulire kiodo karade. You have. Thank you. Tucoke na hau. Uyu arakaraga nini tondu ndiraikara riri uria Ngai arenda njikare. Riu unabii woka muingiri. We ulinunua chondo? Ya eko hiani. Oh. Ariko. Akoni ukugura ciere ni ndi na thina. Urenda kiriko? Atumia thimu ikare thi. Thiu ikare thi. Ici cia America ri mundigire ne ngathi nacio America. Yes. Ici ni cio tugatwara. Ngatwarira Trump. Nganitithia Trump ugo na guoko. Ian. It's wrong. Iyo it's wrong. No. Chagua kuja uchague. Kuja saa hii unachagulia wapi? Duka inafungwa. Good. Ni 3,000. Icio ikiga kando riu. Nitwarikia biashara. Kwina mundu ungi abotige. We kwetu Turukana tunabebaga gani? Uko kwetu Turukana? Kubwa mandogo. Medium. Leta hiyo. Hii inakaa Turukana hii. Si ndio hii? 3,000. Thank you. Hizi zimeshonwa na angalia. Unaona haya mashosho? Mashosho wale wanashona vile simama juu. Hizo zimetengenezwa hapa. Si umeona? Tuwa support. Wafade. Unaona ate. We no bado. Ndio weka ate. Uko nayo? Ulichukua? Ekago sajania. Na ya kubadilishana? Utaki ya kubadilishana? Mukulino, unaona ate ha. Mami, oka. Nume thutha ene ki. Gwiki urasuba. Mami, twe mwega. Unaona ate ha handu ha gukua giki ri. Tugucenjanirie. Okoya sande. Nitugukonengera gare mbeca. Handu gakua mbeca no kueke bado nukanoga muno ĩ. Thank you. Asante sana. God is good and all the time and is nature. I think nimemaliza hiyo pade yote. Kwa hivyo watu wa Synagogue Club mko activated and also wale wa mama ambao tuliwapatia tengeneza katimu ka watu wawili watatu watakusaidia kumanage. Pia charity the same thing na the youth the same thing and everything so that we can be able to move on. Sasa tuingie kwa Biblia. Sema Biblia. Sema Biblia. Leo topic ya leo ni gani? Nani anaweza kuguess? Yeah? Hiyo ilikuwa asubuhi. That's the main topic. Subtopic ya saa hii ni gani? Nataka kujua kama mumenimeza, mumenikunywa. You should be knowing. You should be knowing what yeah? Ile Abraham. Ile kuisha. Sawa, kaa chini. I want us to look at how to win spiritual battles. It's the same. God goes with us, and we are in this topic of understanding how to win spiritual battles. You know, katika maisha yetu ako wapi pastor? Unaona leo mutigire pastor neko vaga ito. Oh yeah, muthuri wene. Mwalekereria muthuri wene. Oh yes, karibu sana. Chukua microphone. Tusaidie hawa watu wa Mungu. Tunasoma kitabu cha Danieli 10 mstari wa 12. Danieli 10 Danieli 10 mstari wa 12. How to win spiritual battles. Jira maudo bara cia kiro. What is this that we call
spiritual battles? Nikige kitwitaga bara cia kiroho. What's the difference between the spiritual battles and the physical battles? Utigani wa bara cia kiroho na bara cia asiri. Because there must have been a difference between the spiritual battle and the physical battle. And which is much stronger than the other one? The spiritual battle or the physical battle? What is more vicious and dangerous? The spiritual battle or the physical battle? Which one will you choose if it is a must? If it is a must that you have to encounter one battle, which one will you choose? Will you choose the physical? Or are you going to choose the spiritual? Because all the battles have a dimension. And this dimension is what we are going to look at. The dimension of the spiritual battles. Because most of us are faced by spiritual battles which we don't understand. Some of us are being suppressed, but we don't understand. But in actual sense, if we can be able to understand how this spiritual battle came to be, then we will be able to win any single battle. Because a spiritual battle is not as bad as you think. It's not as dangerous as you think. But it becomes dangerous because you don't understand it. And that's what the Bible says, my people perish because of lack of. My people perish because of lack of knowledge. Therefore, I went down to look at what is knowledge. And I discovered beside the knowledge there are other three things that you need to understand. Because somebody will go to school and say he has knowledge. But I discovered going to school does not give you knowledge. And even having better lives does not give you knowledge. Because knowledge is from God. So you must have a knowledge of God to be able to understand the deep things of the Spirit. And number two, you must have the wisdom of God. So that you'll be able to interpret and see things in a godly manner. Because many things that are happening in your life are happening not because you don't know them, but it's because you are not able to interpret in a godly manner. And that is why you are fighting battles that are not yours. God told Jehoshaphat that the battle does not belong to you. Leave it to me. Because this does not belong to you. You don't even understand it. And you cannot know how it is. For example, there is people like me. I come from a family that is very polygamous. My great grandfather had 38 wives. And my grandfather had several of them. And my father had 2. The only one that were known. No. The ones that we knew. There were 2. Praise be the name of God. And because he's a man, you never know whether they have others. But we just say we know the 2. There's one day I went with him. He invited me to take him to a burial somewhere in Remuru. We came all the way from Molo. My father really trusted me. He believed in me. We were partners in crime with him. So he told me one day, there is a place I want you to take me for burial. And it's a mother of that family that was being buried. And when we reached there,
we were received well. Tulipokelewa vizuri. And we were taken somewhere to sit. Tukapelekwa mahali tuketi chini. And where we were taken, where we were taken, we were taken where the family members are sitting. And then as we sat down, I asked my father, who is this family? Because I never seen them. And he told me, I will talk to you later. Then as we were going home, I was driving my car. I asked him the same question. Then he asked me, what is wrong with you? What's wrong with you? But why I insisted on who is this family? Because when the sons and daughters were told to stand up for a photo session, I saw some of 3 brothers that who looked like me. We looked like we were. It's a family. They looked like we are brothers. So that is why that was pushed me. Wanting to know who is this family. But my father did not tell me. And my conclusion therefore, I sat down now to do my calculations. And because I saw 3 brothers who looks like me, and one sister that looked like me, conclusively, I decided they could be part of our aunties, in-laws, whatever they are. And that stopped. I did not move forward to want to know what it was. Now much later when I got saved, that is when I went back to interpret what was happening in our family. That's the time I realized our grandfather had 38. 38. And the great grandfather was 38. And my grandfather had several wives. And my father had several. And myself, I had a couple of them. So I saw this is a chain. And this thing is that did not come to me because I was bad man. No, not because I was a bad man. Not because I was an ugly man. They admired me. They followed me. They wanted to be associated with me. They lived and they wanted to live with me. So when I went back, asking myself, why do I have so many women in my life? And I had so many of them. And some of them I didn't even know their names. But I had them. And they kept following me. This one will come and find me with this one. She will cry a little bit, but she will say, Aidhuru, then the other one will come and discover me the same problem. When I got saved, and I started studying about the spiritual life, I discovered one thing. This was not real thing. There was a spirit behind me that kept following me. And this spirit did not start with me. This spirit started with somebody. I asked several questions. I went down the family tree. I looked at our bloodline. That is when I discovered my great-grandfather. Now is my name Dura. The name Dura. That man had 38. And many children. And nobody could count the children. The entire of that area of Banana, the Jiko area,
Kule gwitagwo the Mushatha area. Na Mushatha. That was the land belonged to my great grandfather. Iyo ni migunda yari ya guka And wangu. all those people, Na hao watu they wote are family members. ni watu wa jamii. So sometimes I go to there and then I will see somebody, a woman trying to twinkle an eye to me. Kwenda pale naona mama I ananiangalia. can't do it there. Siwezi fanya kule. Because it could, I'm having my sister. Maybe ni dada yangu. And many people there, they've married people together. Watu wanazawana kule. Because they did not understand and there was nobody to educate them on what transpired. Kwa sababu hakuna wao kupata mtu wa And kuwafundisha. this is why Na hivyo ndio sababu we have many challenges of our lives. tuna changamoto nyingi kwa maisha. Because we have even had sex with people of the same blood. Tunafanya uzinifu na watu wa jamii moja. We have married the people of the same blood. Tuiketie kinya atumia family And sheet. we have done many things from the people from the same blood. Na tumefanya mambo mengi na watu wa jamii. And if you go down the line of the DNA, Na ukiangalia DNA hiyo, then you find that we have so many challenges in our lives. kuna changamoto nyingi katika You maisha. find a family that was supposed to be somewhere. Unaona familia ingekuwa mahali The fulani. entire family is full of poverty. Na hiyo familia inakuwa maskini. The entire family is full of misfortunes. Familia ikatuika familia tu. The entire family is full of premature deaths. Wakuna familia la kuwa ovyo The ovyo. entire family has chronic diseases. Unakuta familia hiyo kuna magonjwa mbalimbali. If someone does not have cancer, Ogo muda ina kansa. it is high blood pressure. Akona high blood pressure. If it's not high blood pressure, Kama si high blood it's pressure, blood sugar. akona If it's not sugar, kama si it's HIV. ana ukimwi. If it's not HIV, Ogo ti it mukimwi. is something that is not treatable. Ni kidu It gitagithondeke. is not because there is cancer. Titondo kwena kansa. It is not because we have high blood sugar. Titondo kwena sukari. It's not because the high blood pressure. Titondo kwena kuisha kwa But dhakame. this is a generational problem. Ni dhina wake It family. is a generational problem. Dhina wa family. It is a disease that was created because of genetical meetings. Ni mulimu wakina tondo wa maundu make family. Because genetically we met with the people that was not supposed to meet with us. Twashemanirie nado twametire na And nade ya these family. genes coming together, Dhakame ndo yoka hamwe. they produce children that have autism. Ikashashana shina They madhina. produce children that have different diseases that cannot be treated. Ikashashana shina madhina And maiti. even if the children, they will grow, Na shana cho shade kia gukura. there will be premature deaths. Kuna vivo Even ambazo if they grow, na hata kama you can take them to good schools. no matore kinya You can take them to good universities. no matore kinya university. But at the end of the day, Na siku za mwisho they will not be successful hawatafaulu because of the blood that is speaking kwa them. sababu ya damu Because of the inayozungumza. nature of the kind of a family they Kwa are in sababu ya together. jamii waliotoka. This causes us. Hii ndio mambo. It has caused to have retarded children. Imefanya tuwe na It watoto has wengi. caused us to have broken marriages. Imefanya tuwe na marriage It has zimevunjika. caused us to have people that are not productive in the society. Itumeza tuwe na dumatane na masharo from family ini. Not because they are bad people. Titodo tia no ni adoru. Not because they are not educated. Titodo tia thomu. Because you can find a family full of education. Ukula family ina ado You igimuno get watho. a family, you think you are in Cambridge University. Utakuta familia ina watu wamesoma You go sana. to a family, you think like you are in New York University. Utakuta watu wameenda mpaka You nje. get a family, you think you are in Harvard University. Utakuta watu wameenda university za mbali. All of them are drunkards. Na hao watu wote ni walevi. They are well educated. Wamesoma vizuri. All of them, they are all drunkards. Wote ni walevi. And you get another family. Utakuta familia They are nyingine. well people. Wako watu They are wazuri. educated people. Wamesoma. But marriage cannot stand. Lakini ndoa haiwezi. No one of the family Hakuna hata moja kwa familia. has a marriage. Akona ndoa. No one of the family Hakuna hata moja kwa ndoa. has a child. Akona mtoto. They will find full of mischiefs. Familia iko na mashida chungu nzima. Things are not working. Mambo haiendelei. The family, the father is rich, yes. Fafa ni mutogu The neguo. mother is rich, yes. Mumami ni mutogu They neguo. are going to church. Madhita ya kanita. They brought us up nicely. Maturerete wega muno. They made us to become what we are. Makituleka katoka. That is why we went to school. Na tugedie dhuku. That is where we went to church. Tugedie kanida. We started from Anglican. Tugedie We are still in Anglican.
Anglican. The only church I know is Anglican. The church I've ever been to, Anglican. I was baptized in Anglican. I grew up in Anglican. Everything confirmation was in Anglican. I've never been to bar. I've never to be in a bar. I grew up knowing having sex with a woman outside marriage was wrong. But it reached an age. At the age of 30 years. At the age of 40 years. Yes, something happened to me. I found myself drinking. I found myself hopping from one woman to another woman. Me who was never brought up in a bad way. I was brought up in a very good way. The only God I knew was Jesus Christ. I knew nothing apart from Jesus Christ. But at my 40, that is when I changed. I stopped worshiping my God. I got out of it. Then I went back to do my research. Our elder brother, at 40, that is when he started drinking. Then I went to do another research. Our elder sister, at 40, that is when she started moving out. So you find there is a pattern. A pattern in a family. That at 40, that is when they start. At 30, that is when they start. At 25, that is when diseases come. You will find another family. At 20, at 25, their firstborn became HIV positive. At 25, the secondborn became blood sugar. At 25, the thirdborn had high blood pressure. At 25, the fourthborn died of a road accident. At 25, the fifthborn was killed by robbers. Now you find from the firstborn to the lastborn, already 2 are dead because of accidents. But those who are living, they better have died. Because they are not human. Because they are not living. They are just existing. They don't have any future. They don't have any plan. It is because there is a spirit speaking the family. The father is rich, drives cars. Outside there we have several cars. We have tractors, a large tract of shamba. Everything is good. But there is no one single child can benefit from what you have. Nobody can inherit what you have. By the time you die, everything will go with you. By the time you die, the land shamba you have will go with you. That is not normal. That is not normal. There is a God, there is a spirit behind that is causing this problem. Because the blessings of God comes from one generation to the second generation, to the third generation, to the fourth generation, up to the fifth generation. The blessings of a father goes to the fifth generation. It will be manifested in the fifth generation. So it means whatever I'm investing now is supposed to exist until the fifth generation. But if I am investing and I have nobody to continue with my investment, there is a challenge. And this challenge is not physical. Because if it was physical, you wouldn't be having money. You wouldn't be rich. You wouldn't have gone to school. But behind everything that is happening around you, there is a spirit that was manifested long time ago. What you are doing today
kenye kinafanyika leo what you are doing today, kiria we na nditureka it umuthi will at one point, ni kutoka it will at one point siku moja itakuwa manifest in your children. itazalishia watoto The wako na kind watoto of wako life you are in today. life ile maisha If unaishi. you are a prostitute, remember, Kama we ni malaya, whatever you are planting, that's a seed you are planting. kile urahada ne mbegu urahada It is a seed you are planting. ne mbegu urahada. If you are a thief, Kama wewe ni mwizi, it is a seed you are ne planting. mbegu uhada. If you are a murderer, Wewe ngoe it mulaga, is a seed you are ne planting. mbegu uhada. Whatever you are doing, Kile yothe it beka is a seed you ne are mbegu planting. uhada. And this seed Na mbegu hiyo will manifest itazaa at the point, kiwango at the point, katika at the point. amen. Amen. This seed, Mbegu hii there is a point kuna mahali in a particular year. Miaka kadhaa. Let me do this. Let me come closer here. This seed, Hii mbegu I planted it. ambayo nimeipanda leo, I planted it niliyoipanda at my age of 30. katika miaka ya 30. Now that is the time I planted the seed. Hiyo ndio nilipanda ile mbegu When I was 30. nikiwa na 30 years. So at every 30 years, O miaka 30 yakinya, every family member at the 30 years, family modu wa family yo ya miaka when they 30 reach 30, ikifika hapo, that is when this seed hapo ndipo hii mbegu that I planted ambayo will niliyoipanda be manifesting at 30 years. itazalisha kwa hiyo If miaka. you find in a family, Kama una familia, whatever is manifesting at 20 years. kinachozalika kinazalika miaka Whoever 20. planted the seed, Kile mbegu ya the he wahadi planted at the 20th year. ahadi na miaka That 20. is why it is manifesting Ndio sababu at the inazalisha 20th year. miaka So 20. at every 20th year, Miaka yote 20. something will happen to you, Kindu no kihanika. or will happen to somebody else. Itahappen kwa And mtu that you find in a family, utakuta they familia become sick at the year 20. watakuwa When wagonjwa they kwa reach 20, wakifika a disease will come, and that will go. na itaenda At 20, miaka 20 somebody will have an accident. mtu atakufa na At ajali. 20, Miaka 20 somebody will have something that will happen to them. kitu kitakuja kwa Because maisha. the seed was planted Ile mbegu iliyopandwa by that man na ule mtu when he was in his 20s. akiwa na miaka 20. So look at what you are planting now. Leo kile urahada omuntu. What you are planting now, Kile urahada or laishi. what you planted, Ne kile this is what will happen to you, nekio and gikuhandika it will happen to your na children ulihadisha at the particular day, na usiku and particular season siku na hiyo when you mbegu planted this disease. ulipanda hiyo. And this is what now Na sasa hiyo ndio forms the foundation hiyo ndio msingi of challenges in the family. changamoto kwa There familia. are people that have never been able to have a sustainable family. Kuna watu ambao hawana familia zinaweza ndumu. You get married today, tomorrow you don't have a wife. Unaoa leo, kesho hauna mke. Your brother did the same. Today he married and tomorrow didn't have a wife. Ndugu yako alifanya hivyo na kisha wakaachana. Your sister got married but today didn't have a Dada yako husband. akaolewa leo na kesho hana mme. Go back, trace from your mother. Enda rudi kwa mama Go yako. back, trace to your grandmother. Enda chunguza kwa mama yako. And even to your great grandmother. Hata kwa shosho na shosho yako. You will discover Utaelewa where the spirit of polygamy started. hii roho ya wake wengi Because inatoka. when you find you are not able to have a husband, Kama unaona hauwezi kuwa na mume, it is because there is a spirit of a polygamous in your family. mitondo kwena roho watumia ikikana athuri iki mtu. You know, because we got saved. Tondo nitwahonokire. And now I don't want to share a wife. Na tondo ndahonokie ndienda gucia No, mutumia. to share a husband Gucia muthuri with anybody na else. mundu oro wothe. So the man I am looking for, Muthuri ndirarora. it is a man who is clean sheet, Ni who muthuri loves me. Only my man. Muthuri wakwa tu David. My man. Mtu wangu peke yake. Like you, the way you live with your wife. Toria uikaraga na mutumia. Did she come today? Where is she? Where is she? Papi? Adireko. Ni kwenda alienda mahali. Oh, okay. Alikwambia. Mbona unaongezea vitu hujauliswa? Uliona mwingine hapa alisema nataka kuitisha kijana mwingine, msiseme nimekuja na kijana. Aya. When this spirit roho oyo
when the spirit matures roho warikia gukura kana wakoma to manifest, roho iguciara because this spirit must mature roho ni ugimaraga no for it to manifest. niguo roho taguciara It will only manifest roho cio ciaraga in the season when it was planted. mahinda maria wahandirwo The season it was planted, ihinda riria wahandirwo that is when your marriage will go down. uhindio niguo kihiko gaku gigoka Because that is the time tondu riu nirio ihinda it was planted. wahandirwo That is the time hindio nirio ihinda riu it was germinated. iyo jamu ilikuwa And this is what really we don't understand. kiu nikio tutakuranaga Because you discover your firstborn brother, utakuta your firstborn brother he got a divorce after 5 years. aliachana mke wake akiwa na miaka 5 Your secondborn brother na secondborn got a divorce after 5 years of marriage. waliachana na mke wake after 5 The, years your sister hata dada yako got a divorce after 5 years of marriage. atigania na muthuri wake thutha wa miaka That 5 is wahika where the spirit manifests. hau ni roho cio ciaragirira And not if you don't understand na waga gukurana and look at the pattern, na wajie kura pattern even if you get to another one, ona watonya kihiko it will ini take you 5 years of marriage okwa miaka 5 and it will go down. na hiyo itaisha So you need to understand the patterns. urafatara kura So pattern for you to be able to know what kind of a spirit operating in your family. niguo utakumenya roho ria uthamaka family ini ya And you see even diseases. ona milimo yo ene This thing we call autism. mulimo yo twitaga Autism. autism. Is it autism? Yeah, in Kiswahili, how can you help him? Tuwete tare kifafa. Kifafa kidu takiwugwa. What do you call it in Kikuyu? Nyinyi ndio madaktari. You don't know. Thank you. So these challenges we have of young small babies. changamoto hii tunayo nayo You mtoto give mdogo birth to a baby unapata mtoto nicely. na ni vizuri But sana at the age of 10, ena miaka 10 some deformation starts in the system of the baby. kitu kinaanza kukua kwa mtoto And all of a sudden you are told this is autism. na unaambiwa haya ni You magonjwa ask yametokea yourself questions. ukeuria ciuria How? ni atia In our family we don't have such a thing. family tutire noro wa mirimu ino Then you ask yourself, na nokeuria tiriri let me check on somebody else. wacha rekedore mundu ungi The entire family you find there is nothing. unaangalia kwa familia hakuna mtu Wait until eterera nginya your younger brother, mwana wanyu his munini son or daughter reaches 10 muiretu kana mwanake akinya miaka 10 and autism comes. ule ugonjwa unajitokeza Then wait until uvina bena another sister or brother, dad sister when their daughter reaches 10, akifika miaka another challenge comes. changamoto inatukia Now that is where you come to understand. hau ndio ukinya aje ukurana It is not a coincidence. si kitu inakuja tu There is ghafla a spiritual mistake that happened in our life. kuna jambo ya kiroho inafanyika katika Kuri maisha undu waki kire wa kuri kiroho. undu weke kile wa kiroho Ndo hujiria tumia. yaya Aya ni onyendaga hujiria. Tarugama ha nigetha ukicenjia language ri magakuona mahunjiria acio. amen Yes. That is the point. That is the point. ucho niguo When you see there are 3 or 4 cases. wona maundu mahanaine marecokera And there are 4 or 5 maundu mana kana matano in the family thini circle. wa family That's now there is a case to worry. hau niho ukoraga maundu maria Because mangikoma this is not normal. to maundu macio ti ma kawaida There is a problem in the family. kwina thina thini wa Now family this now warrants you riu kindu kiki kirakuonia to go and dig deeper. guthii niguo uhote You guthuthuria dig deeper guthuthuria to understand what could be in your family. niki ki family ini To yanyu understand what could be the situation in your family. niki ki kiuhanikite family ini yanyu You don't start jumping to one pastor to another pastor. tiga kurwa kuma kwe mutungatiri uginya mutungatiri You ucio don't even go to a ganga. tiga guthi kwe mugango uginya kwe mugango First of all, go back to the family. thie kuria kuma family ini Don't yanyu go looking for Ndura. tiga gutinda urorete apostle Just Dora go back to the family thie first. family ini yanyu You will discover where the problem started. ni ukumenya haria thina wokiye You will discover because you will get old enough people in the family. uguthi ukore andu akuru family ini Who yanyu knows what happened? moe maundu maria mathiaga na Who mbere knows what transpired? kiria githiaga na mbere Then from there you will be
told na kuma hau ni okwirwo what happened in your family kiria kihanikaga thiini wa and family what you should do. na nikio ufatie ne Now gwika that is the time na hindi yo nile you ihinda now look for a spiritual man. niguo kota kura Because maundu when you discover hau ni ogukura that this is a spiritual problem, maundu mane makiro that is the time you'll go looking for a spiritual man. leu niguo uthikura mundu Because guteithia wake now the spiritual man, hau ni oguthugatha mundu God wake will use him to interpret egukurorera maundu the macio formula behind the challenges you have. niki kirarehe maundu macio But before you come to the spiritual man, no tanuka kwi mundu wa roho go ri back to your family. thie family ini Because yanyu the family has a tree. tondu family ina kuru And has a tree. The family has a tree. family tree kwena muti The family has a tree. family ni muti And through the tree you'll be able to go down na muti ucio ni ukota to the root canal. koria meri And you will be able to know na ndio ukota where did the problem start. they know yo hali ya umi At what age level did it start? ne miaka igana At what age group did it start? ne hida rere kudo wabi And this is what will help you now na kiu ndikio giguteithia to kumenya do a spiritual battle. bare no yakiro Spiritual battles are just not fought. bare no dehota You naguo don't just fight any spiritual battle. tukana roe bara cia You kiro will struggle forever. okungengana And you will be completely confused. na ugutukana You will not make anything. na dukota Pastors will eat your money. maundu ma mothe Bishops will eat your money. ciore cikura Waganga will eat your money. agaga ne mekura And pesa nothing you will get out na of hakuna it. kitu takipata Nothing you will get out of it. hakuna kitu tapata Because kutoka you cannot be able to fight a disease you don't know. kama huwezi pigana If you go to a hospital, wathi a vitari good consultant will refer you to the laboratory. na kuna mtu atakuelekeza kwa A kupimwa good consultant, mtu daktari mwega ni a gukuelekeza good consultant daktari mwega will direct you to go to the laboratory. ni gukuelekeria They will guthithimo not treat you. uria uguthondeka They will not treat you hata until you get a result. mpaka upate jawabu Once you get a result from the laboratory, ukipata jawabu kwa that is laboratory where the time they will start treating you. hau ni wamekwaja And there is guthondeka always a first line of the laboratory, na the first line of treatment. laini ya kwanza ya laboratory Then once they discover the medicine are not responding, wakiona dawa hazifanyi kazi they move to the second line. wataenda kwa laini nyingine Now you get to a deeper research about yourself. na utaingia kwa kipimo na And then that is the time you see medicine has changed. na utaona dawa zimebadilishwa Because more investigations have been kwa done. sababu uchunguzi The umefanywa same thing happened in your spiritual life. mambo imefanyika katika ulimwengu Before you start jumping from one pastor to another, uruke kwa before mchungaji jumping from one church to another, ndukae guthi kanitha uyu kinya kanitha ucio ungi go back to your family. thie family-ini yanyu Understand the family tree. umenye family yanyu Understand the bloodline of your na family. umenye thakame ya kihumo kia family yanyu Understand the genetics of your family. urore maundu ma You will be able to know. hau niho kumenya And maybe it is only something small. na rĩngĩ nĩ kĩndũ kĩnini mũno But because of our mediocre Christianity, okegu, mũndũ mũkĩgu mũndũ wa kĩroho mũkĩgu orimo, okristiano orimo. And because of mediocre Christianity, nĩ tondũ wa ũhonokio kana ũkristiano wa ũrimũ you are told your grandfather, ũkerwo guka wanyu when before he died, atanakua he asked nĩ oririe your father to go and give him a goat. nĩ erĩtie baba wanyu amũtwarĩre mbũri Just a goat. mbũri tu Not because of anything. ti tondũ wa ũndũ ũngĩ Just a goat. The way I will ask my daughter, my son-in-law. ũrĩa ingĩũria my son-in-law Nenedienda ũgũrĩre mbũri. ndĩrĩa ũgũrĩre mbũri ĩmwe If that has ever been mentioned to you, okorwo ũndũ ũcio ndũrĩ werwo if that thing has ever been mentioned to you, okorwo ũndũ ũcio ndũrĩ or werwo your husband has been ever told by your father, okorwo mũthuri waku nderwo nĩ baba I wanyu want you to buy me a goat, ndĩrenda ũngũrĩre mbũri that is a curse. kĩu nĩ kĩrumi If the goat will not come, okorwo mbũri ndĩgũka it will come to haunt you. ĩgũka It will come to haunt you. ĩgũtuga kĩrumi kũrĩ we If you don't take it kama hautaichukua when he is alive, wakati ako uhai you will take it when he is in the grave. utapeleka wakati atakapokuwa kaburini Now tell that a Christian rĩu wĩre mũhonoki ũcio to take a goat atware mbũri who Jesus died for him. ũrĩa Jesu akuire nĩ tondũ wake And all these goats were
swallowed by Jesus. When he was dying, he died with them. You tell a Christian, take this goat to your father. He said Jesus died because of such goats. That is being stupid here. Because this thing Jesus did not end. In the book of Matthew, Jesus says, I did not come to change the laws of Moses. I came to give them power. So if Moses was asking one sufuria, now I have come to confirm 2 sufurias. So Jesus never changed anything. Jesus brought our relationship back with God. Jesus is second Adam. Jesus is second Adam. When our relationship with God was broken, God found a way to how to return mankind back to him. And that is when he brought Jesus Christ. So Jesus came to bring the bridge that was broken. And then Jesus came and said, I have come to strengthen the laws of Moses. And then Jesus, when he was born, when Jesus was born, he was born out of a prophetic word. It was a prophetic word. So everybody knew that Jesus is the Son of God. Even his own father, who never birthed him, knew that this is not ordinary child, because the angel came. Even the king Herod knew this is not ordinary child. The people in the society knew this was not ordinary child. The mother knew this is not ordinary child. The elders knew this was not ordinary child. Everybody knew this is not ordinary. But being not ordinary, but being not ordinary, they took him through the process of a son of a Jew. They took him through every process of a son of a Jew. He was circumcised in 8 days. He was told to give an offering of a dove. Pigeon. It is called in English pigeon. Don't speak to me Kikuyu. I'm not Kikuyu. No. They did a sacrifice. They gave a dove and a pigeon. They gave a dove and they gave a pigeon and a bucket of unga, and that was their culture, and that was what it was done to every child of a Jew. And even today this is what they are doing. The people that gave us this word we're speaking, the people who we speak this word where it came from, these the people that did this to Jesus Christ. And at 12 years, he was 12 years. He was taken to the synagogue where he was taught about the culture. Remember, this is a son. This is a son who is not ordinary. And this son was regarded highly. But he was taken the processes that was required of a son of a Jew. So when Jesus came, when he grew, he never changed from a Jew. He remained a Jew. He lived a Jew and walked a Jew. And until today, they do
like a Jew. mekaga ta Yahudi, They live like Jews. maitũraga ta Yahudi, Because he never came to change anything. na matiacenjirie ũndũ ũno, He came to empower magĩũka gwĩkĩra what hinya was existing. kĩrĩa gĩothe gĩathiaga na He mbere, came to empower. magĩthiĩ na mbere na gwĩkĩra He hinya, came to empower. agĩũka gwĩkĩra hinya. Jesus came to empower Jesũ agĩũkĩra gwĩkĩra hinya what was existing kĩrĩa gĩathiaga na mbere, and what all the prophets of God, ũrĩa othe arathi a Ngai, they did what was necessary kĩrĩa gĩothe kĩa and hinya what was it for them. na kĩrĩa kĩarĩ And kĩao. when Jesus was going, Rĩrĩa Jesũ athire na mbere, he told the disciples, akĩra arutwo ake, do not go mũtigathiĩ beyond, makĩria, just remain in your society ikarai matũũra-inĩ manyu until you are convinced, rĩrĩa rĩothe mũkũgĩa, until you are convinced, until you change these kĩrĩa people. nginya mũgarũrũke, Mutikathiĩ beyond. mũtigathiĩ makĩria, That's the main. mũikare. That is what he told the Jew, the Ũguo disciples. nĩguo erire arutwo ake. The person who came to speak to the Gentiles, Ũrĩa wokire kwarĩria Gentiles it is Paul. nĩ Paulo. So he had to get another person Athire getha who mũndũ will ũngĩ deal with the Gentiles. ũrĩa ũkwarĩ na andũ a ndũrĩrĩ. But him, he remained with his army We agĩthiĩ na mbere na and gũikara told the army, akĩmera the ũũ, 12 disciples, arutwo ikũmi na erĩ, remain amongst your community. ikarai matũũra-inĩ And manyu. there's this woman Na mũtumia ũyũ that came to ask for bread. ũrĩa wokire kũũria mũgate, And he told Jesus, na akĩra Jesũ, give me a piece of bread. mũgate kĩenyu. And Jesus said, Nake Jesũ akĩmwĩra, this bread, mũgate ũyũ it is not for you people, si wanyu inyuĩ, but for the Jew. nĩ mũgate wa ciana, It is not right. ti wanyu. Then the woman said, Na mũtumia akiuga, please, ndakũhoya, even if it is the crumbles, onokorwo nĩ gĩrũrũ itĩki, it's even the crumbles that are fallen on the table of the owners, onokorwo nĩ itĩki rũitĩka metha-inĩ, please give me. ũhe rũitĩki rũu. Jesus said, Jesũ ndakũhoya it ũhe, is not good ti wega to take the bread of your Jew kuoya mũgate wa and ciana throw it to the dogs. kũnengera ngui. And the woman said, Mũtumia akiuga, yes, even if I am a dog, onokorwo ndĩ ngui-rĩ, I will share the crumbles. nĩ ngũrĩa rũitĩki rũrũ. Out of mercy, Nĩ tondũ wa tha, Jesus gave her, Jesũ akĩmũhe, and she ate the same bread. na akĩrĩa mũgate But ũcio, it was not meant for her. no ndwarĩ wake. So the culture remained. Ũhoro wa mũtugo ũgĩtũũra, The culture remained. ũhoro wa mũtugo ũgĩtũũra. The kind of system of Christianity that was brought to us, Ũhoro wa ũhonokio twareheirwo, it was not brought by the Jews to us. ũhoro ũcio ndwarĩo nĩ Ayahudi kũrĩ Because ithuĩ, had it been brought by the Jews, tondũ ũndũ ũcio warĩo nĩ Ayahudi, they will tell you, do not leave your culture. makwĩra ndũkae gũtiga maũndũ makwanyu. Jesus came to empower your culture. Jesũ okire kũmekĩra hinya, Jesus came to uplift you. Jesũ okire kũmũoya na igũrũ, Jesus came to make you better. Jesũ okire kũmatua Jesus mega, came to transform you. Jesũ okire kũmagarũra, Jesus did not come to change anything. Jesũ ndokire gũcenjia He ũndũ ũno, came to empower you. Jesũ okire But the kũmwĩkĩra. kind of people that brought this kind of No andũ arĩa Christianity, mareire ndeto ĩno they are the British people. nĩ andũ kuma They are the Ũngeretha, German people. nĩ andũ kuma They are the Germany, Belgian nĩ watu wa people. kuma They are Belgium, the Portuguese people. nĩ Portuguese people. These people had their own culture. Andũ aya marĩ na mĩtugo ya And it kwao, is their culture that they brought to us. na nĩ mĩtugo ya kwao It is matũreheire, not the Bible they brought. ti Bible They matũreheire, used the Bible matũmenire to Bible, get a leeway, makĩgĩa na to get njĩra, a direction, kũmenyekĩa na to njĩra, get a way to come to Africa. kũgĩa na njĩra ya They ũkabi, used the Bible. mahũthĩrire But they Bible, came to teach us about their culture. mokire gũtũbundithia mĩtugo yao. Culture is given by God. Mĩtugo yareheirwo nĩ Culture is Ngai, given by God. mĩtugo yanagwo It nĩ is Ngai, only God that gives you a no culture. Ngai tu ũngĩhota It is kũndũ, never given by a man. ũndũ ũndũ ũngĩarwo nĩ It is mũndũ, never given by a white man. ũndũ ũndũ ũngĩtarĩ mũndũ Because the mũũgĩ, white man has their culture. ona andũ acio And erũ the nĩ marĩ black man mĩtugo, has their culture. andũ acio me mĩtugo And yao, the Asian has their ona culture. andũ a Asia me And mĩtugo the yao, Caucasian has their culture. ona acio angĩ me The mĩtugo yao, Japanese have their culture. ona acio angĩ me The mĩtugo Chinese yao, have their culture. ona Chinese me mĩtugo African yao, have their ona culture. Africa me So mĩtugo through yao, our culture, no kũgerera that mĩtugo is where itũ, our God will hau manifest. nĩho Ngai witũ Through our ekũoneka, culture, mĩtugo-inĩ God itũ, will manifest. Ngai God nĩekwĩonania, will be seen. Ngai Through nĩekuonekana, our foundation. kũgerera Through our kũgerera foundation. mũthingi. That is what makes you. Amen. And when you see, Na rĩrĩa ũkuona, when you go to the embassy, rĩrĩa wathiĩ embassy, or you go to the government, ona rĩrĩa wathiĩ thirikari-inĩ, or you go to the airport, ona wathiĩ airport, they will ask you for this finger megũkũria ũhoro wa kĩara gĩkĩ, and these 4 fingers. na hizi They vidole will tell vingi, you to place your 4 fingers megũkwĩra ũigĩrĩre ciara ciaku on the camera. kamera-inĩ,
and this one on the camera. na hii ingine kwa Or kamera, maybe the two of them. ama zote mbili. And also they will be having a camera. Watakuwa na kamera ingine, Another camera looking at you. kamera ingine kurorete. They are after your eyelid. Wanakuangalia macho yako They kiuma want kia to look ritho, at the eyelid. mararo kiuma kia ritho, Because the finger, tondu kiara nobody has it on earth. gutire mundu wikira ta giaku. You are an original We person. niwe original wikira giaku we. And the eyelid, Ona kiuma kia ritho, nobody else has it. gutire mundu ungi uruta That is giaku. when they are doing the DNA. Hindi niguo mekaga They DNA. use the fingers. Mahuthagira ciara. So why the fingers? Kwa nini vidole? Because the fingers, Kwa sababu vidole, they are carrying your anatomy. vidole vyako vinabeba wewe mwenyewe. They are carrying your frequencies, Inabeba vitu the vyako, energy, nguvu the power, na nguvu, hinya. the authority of you. Hinya waku It is in your hand. meshisha guoko-ini gwaku. That is where you are very original. We niwe wewe So kuma the ciara-ini. frequencies that control you, Kiria giothe gigutongoragia, the energies that control hinya you, wothe ugutongoragia is in your hand. we guoko-ini gwaku. That's why God does not bless your legs. Ngai ndarathimaga maguru God maku, does not bless your mouth. Ngai ndarathimaga kanua gaku, He blesses the work of your hand. arathimaga wira wa moko maku. Because this is where we have the frequencies that gives you blessings. Giki nikio gitumaga ugie na irathimo. And that's why they will want to take your fingers Menda kuwa ciara ciaku to go and change the DNA that you are. macenjie DNA ĩrĩa ũkuĩte. Because through the fingerprints, Kugerera fingerprint they irore. take your DNA. Moyaga DNA ya They circulate it all over the world. wanaisacculate So if ulimwenguni you kote. commit crime here Ukifanya kitu mbaya and you go to Moscow, uthie Moscow, they only need your hand. mekubatara o guoko They gwaku, only need your hand. mekubatara o guoko. And once they take your hand, Na moya guoko gwaku, the computers in Moscow computer ĩrĩ Moscow will say this is a criminal, nĩwe kuga ũyũ nĩ mũkora but he is from Kenya. na umĩte Kenya. Therefore, when you are speaking on originality, Unapoongea originality ya God does not speak to fake people. Ngai ndarageria andũ fake. God does not bless fake people. Ngai ndarathimaga andũ fake. Because when you defraud yourself, Rĩrĩa wethũkia we mwene, when you defraud yourself, rĩrĩa wethũ the originality of God, kĩhumo gĩaku kĩa when Ngai, you remove yourself weheria we from the systems of God, njĩra-inĩ cia Ngai, you are removed from the radar. ũkaherio And maũndũ-inĩ. that is how Na ũguo nĩkĩo gĩtũmi African integrity and destiny. Afrika, hatima ya Afrika. Kwani mwaragia hatima ya Afrika na Gikuyu? Marigĩrĩrio ma Afrika. Ti marigĩrĩrio, hatima, destiny. Hatima, destiny, Okay. nĩmo marigĩrĩrio mambo. Acha. Okay, tuthi na mbere. Yeah. That is how when the white people came to Africa, andũ acio mokire Afrika, they took away our destiny makĩoya destiny because they were able to take our DNA, nĩguo mahote kuoya DNA, and which was a blessing for us, na nĩkĩo kĩarĩ kĩrathimo was gitũ substituted, kilibadilishwa, and then we became slaves. na sisi tukawa watumwa, We became their workers. tũgĩtuĩka atomũ na aruti a wĩra. Psychologically, we became slaves. Hata kwa akili tukakuja, Spiritually, we became slaves. kiroho tukakuja watumwa, And we started thinking like them. tukaja gwĩciria tao. Like now, I'm preaching in English, Ndĩra mũthĩ ndĩrahunjia na gĩthũngũ, and there is no white man in this na church. hakuna msungu hapa. You see how enslaved I am? Unaona ũrĩa mũndũ ũcio e ngombo? You see how enslaved I am? Unaona huyo mtu penye There kwa is no mtumwa? white man in this church. Hakuna But I'm msungu. preaching in English No ndĩrahunjia na gĩthũngũ, because you cannot understand Gikuyu. tondũ ũngĩhota gũkũra na Gĩkũyũ na Because kũmenya. you are not Gikuyus. Tondũ we ndũrĩ mũgĩkũyũ mũthomu. See how enslaved you are? And then you move around Na ũgathiĩ na mbere na and brag around how Kenya knows how to speak Queen's English. na ũgathiĩ na mbere kuna ũrĩa Kenya moĩ kwaria gĩthũngũ. They know how to speak Queen's English. Wanajua kuongea hiyo Kiingereza. Kenyans are good. Kenya ni It's wazuri. one of the top African nations Nĩ bũrũri ũmwe wĩ that igũrũ mũno speak Afrika. good English. Nĩ maragia gĩthũngũ kĩega But you mũno. speak good English. Maragia gĩthũngũ kĩega. But we speak the good English. No twaragia gĩthũngũ. But does it give you Nĩ your tondũ twaragia foundation? gĩthũngũ. Does it give you the foundation? Inakupatia msingi. Does it help you? Nĩ rĩagũteithia. Do you change? Do you become white man? Nĩ gũtũma ũtuĩke Are you mũthũngũ. not the same black man? Wewe gũthiĩ na mbere gũtuĩka So mũthũngũ. how else you be able? How will you be able Utawezaje to know your
DNA. Kumenya DNA yako. How will you be able to do your spiritual battles if you don't know yourself? You become a slave. You become a slave. When you don't know yourself, you become a slave. Bob Marley one song, and emancipate yourself. Bob Marley said one time that emancipate yourself from mental slavery. Emancipate yourself from the mental slavery. None but yourself who can free your mind. And then he asked us, for how long are these people forever going to kill our prophets? And we stand aside and look and say it is part of the book that they got to fulfill. When a person is dying, people are being malnourished, people are struggling. The other day I saw Bill Gates was in Pumwani. They went with Kasongo and they went to say that our children will be put chips on their legs so that they can be identified electronically. And Kasongo was happy. And Kasongo was saying no more paper certificates, because now your information will be put in your body. And Kasongo was like celebrating. Sometimes later, the same Kasongo came with something to do with vaccination of cows. He went to the Maasai and they told the Maasai what they are going to do. He saw the real colors of the Maasai. He was just like Burukenge. Because this is part of the larger plan to defraud us. This larger plan to take away our destiny in plans. The other day the same man came and he said we are going now to have GMOs, genetically modified food. And we had this Moses Kuria as the Minister of Trade. He went and signed with the Kasongo, and they said now GMO can be done in Kenya. He was given some money and everything started working. We went to court. And we stopped it. We went to prayers to the mountain. We went to Mount Kenya and they prayed there. And by the time we finished the prayers, Bill Gates and the wife separated. They separated. That is how to do spiritual battle. You make sure your enemy does not succeed. But you can only do it if you understand the root cause of what is happening. GMOs were demonic. The chips were demonic. And the vaccination of cows was demonic. Because they want to disinherit. Because they want to take away our inheritance. They want to take away the originality of you. They want to take away your personality, so that they can be able to deal with you in the spirit. So before an enemy attacks you, before an enemy comes into your life, they first deal with you. And they deal from your background. They deal from your source. They deal from where you came from. That is when they will be able to succeed. They cannot be able to succeed to battle you if they don't know your foundation. For you to go down, for the enemy to destroy you, for the enemy to destroy you, for the enemy to destroy you, they must
have understood you. They must know your character. They must know your DNA. They must know your system. They must know your blood group. They must know your clan. That is why the government of Kenya, when you go to take an ID, they will ask you, what is your clan? What is your mbare? What tribe are you? What location was your mother born? It is not about stopping Al-Shabaab from coming to Kenya, but it was a colonial system. A colonial system, a colonial system that was well organized, so that they understand the DNA of these people, so that they may be able to defraud them, to remove them from the will of God. Anybody to win against your spiritual life, somebody must be able to know you inside out. And for you to win any spiritual battle, you must also understand your enemy. You must be able to understand the energy behind your enemy, and also understand the source of their energy, and also understand what kind of systems and education they have. This is how you win it. You can never be able to succeed. For the revival to come to Africa, and for the revival to come to Kenya, there are many things that are happening in Kenya. Many Christians were thinking they are the one to bring the revival. Many Christians were thinking they are the one to bring the revival. Many Christians were thinking they're the ones to bring the revival. But unfortunately, the revival is not being brought by Christians. The revival is brought by the Gen Zs. The revival is being brought by other people. The revival is being caused by many things. I was watching when Mother Karua went to Tanzania with Akina Willy Mutunga. And since the day they went to Tanzania, Tanzania has never been the same again. They are struggling to live in Tanzania. Fire is working in Tanzania. So God needed a Kenyan to go to Tanzania and they ignite a fire. He was not using Kikuyus. He was not using Christians. He used Kenyans. Because Kenya is not a Christian nation. It's a godly nation. It is a nation of God. It is a child of God. It is not a nation of Christians. Even Muslims are children of God. Even those who doesn't go to church are children of God. The Chokolas are the children of God. The devil worshippers there in Nyerere Road, they are children of God. Every person in Kenya is carrying an original DNA. Every person who is a Kenyan has an original DNA of heaven. That is why you see Kenyans, wherever they go, fire will come. Fire will come. Fire will come. I went to the United Kingdom just the other day, and they closed the Freemason. I went to the palace, and they closed the palace. I went to the Stonehenge. I closed the Stonehenge. Things are working. In the palace. Fire is inside there. Camilla has been sent packing. And the children of Diana have been brought back. Because the leadership belongs to them. Amen. The person who was supposed to become a queen in the UK, it is Diana. That is why they killed her. Because Diana got married to an Indian. Was it an Egyptian? An Egyptian. And because they don't want to be
connected. Kwa sababu wao kuna All kuungana. making an Egyptian become part of them. Egyptian wakuja And wakakuwa these people sehemu ya. called Egyptian are not good. Na hapo ndipo You Egyptian see si what is wazuri. happening in UK, in the US. The same Egyptian is disturbing our friend Trump. Hao Egyptian bado wanasumbua marafiki Elon zetu. Musk is an Egyptian. And that's why it's causing all this problem. Now they are separating, as I told you, they will not go longer. Hawataenda sana. So after many years, Baada ya miaka mingi, after many years of the children of Diana being neglected, watoto wa Diana walikataliwa. the woman that came to the family, Yule mama aliyekuja kwa familia, Camilla, was removed. akaondolewa. She's not a queen. Kwa sababu yeye si queen. And the children of Diana Na watoto wa Diana are going to take over. watakuja kuichukua. Are going to take over. Watachukua. And the system of God will stand. Itasimama. Because that is the system of God. Huo ndio wakati wa This Mungu. other was a system of the Freemasons. Hii ilikuwa system ya God Freemason. has his own way of doing Mungu things. ana njia ya kufanya God has mambo. his own plan to do things. Mungu ana nyakati za kufanya And mambo. the glory of God Na utukufu wa Mungu will be witnessed. itaonekana. Because from Kenya, Kutoka Kenya fire will work. moto I itawaka. went to Moscow. Nilienda Moscow. I went inside Moscow. Nilienda ndani ya And I Moscow. was able to move inside like somebody who was not seen. Nilipokuwa natembea kule ndani. And I entered into the room where Putin was. Nikaingia tu mahali ambapo Putin alikuwa kwa room hiyo. No, there is not like Kenya. Huko si kama Kenya. You know, in the White House, Ule White House, in Parliament in UK, ile parliament ya UK, enter niliingia. as a tourist. Nikaingia kama Not mtalii. like this one of Kasogo. Si kama hii ya Kasongo. It is guarded, it's like something there. Ni kama tu. And it's an old rugged house. When I become the president, I'll demolish it. Amen. And they build a new palace. And they build a new palace where the glory of God will be witnessed. Hallelujah. Amen. When I went to Moscow, I went inside. I pretended I was a tourist. I used the direction of tourists. And I went together with the tourists. Then I saw a delegation. That was a delegation of people who were entering where Putin was. Nikaona watu wanaingia mahali Putin ako. And I jumped inside the nikaluka mara moja hapo. Nikasema Jesus. Nikasema Yesu. You said. Ulisema. Utapita katikati yao. Na hawatakuona. Na matika. I got inside them. Nikaingia ndani. And the next minute. Na dakika hiyo. The hand of Putin. Mkono wa Putin. Was with my hand. That's the time they discovered. Hapo ndipo walielewa. Who is this? Kwani nani huyu? They asked me, who are you? Who are you na nani? I told them I think I'm lost. Nikama nimepotea njia. Where do the tourists go through? Kwani watalii A soldier came very quickly. Soja akakuja kwa haraka. And took me where the tourists are taken. Akanipeleka mahali watalii wa. Now, do you know what? Unajua kwa nini? We came from this. Tulikuja kwa hii njia. And God had told me, I'm sending you there. You shall move across it. Utapita tu hivyo. And then once you move across it, ukipita hapo katikati, the peace of the world will start coming. Na amani ya ulimwengu ita. I entered, nilikaingia. There is no way they could turn me. Hakuna njia ingenifanya nipagi because it is one way. Kwa sababu ni njia moja. So when they discovered I'm not one of them, walipogundua mimi si moja, they assisted me in the next journey. Kwa channel nyingine, they assisted me to the next journey. Kwa channel nyingine, and I crossed nikapita to the other side. Mpaka pande nyingine. Before I got out of Moscow, kabla nitoke kule Moscow, Putin, Trump and Putin. Trump na Putin. Trump called Putin. Trump alimuita Putin. For the first time. Kwa mara ya kwanza. The president of the United States of America. President wa United. They started a peace process. Na wakaanza mpango wa amani. And God told me. Na Mungu akaniambia. It has been confirmed. Imekuwa confirmed. The peace process. Imedhibitika. Has been started. Imeanza. Oh, hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. You only need unahitaji to understand kumenya
the originality of a problem. Asili yako. You only need unahitaji to understand kumenya the originality of a kind of a situation that you are going through. Originality. It is very simple. Ni rahisi sana. And when I went to the UK, nilienda the UK. You know, it was a surprise again. Similar thing happened, which UK. happened in Moscow, Kremlin. Kama ilifanyika Moscow. Then I went to the compound nikaenda tu kwa at the palace. Palace. Then I told the people I was with, nikawaambia what I know, ninachojua, I will get into that palace. Kile ninagotonya kule palace. Inside. Kule dhini. They told me you cannot get there. Makejira diki utagotonya. You got to have an appointment. Noginyokoro wina And you got to take about 1 year utachukua muda wa miaka before you get here. ndio upate kuingia. So maybe you go back to Kenya. Maybe ushoka Kenya. Then plan. No fage. We can organize and apply. Nituko kwagira uria Maybe they can agree. Maybe kanome take. I told them I never applied for the visa. Siku apply visa. So I'm not also going to apply for anything called UK. Sita ku apply mambo kama UK. I'm not applying anything. Sita apply chochote. Because whoever gave me the visa aliyenipatia visa to come here, the same person spoke to me that you are going to get through. As we were talking, you saw when I think you saw the video. When I was speaking to the soldiers there, as I was talking to the soldiers and the people who were taking me there, I saw William crossing. And William was with a delegation. They were walking towards the palace. I jumped again into the delegation and I walked alongside William. You know the people in UK, they walk this way. I walked with them. You have to walk with your style. I walked with them. When inside where Charles is here, that is when they discovered they have a foreigner here who is not permitted to be here. I jumped where Charles was and I greeted him and walked out. Then I crossed the way I crossed because I understood the problem with these people. It is not that they are powerful, but they have the knowledge of spirit, the spiritual knowledge. They became smarter than us because they operate with altars. We don't operate with altars. So the people that I was with, some of them were bishop and pastors. They were left shocked because they knew I'm going to jail. The time they saw me from the other side, I was being escorted by the crown guys with a buduki. This with me big kofia and a horse beside me. I was taken to the gate where they stopped me, where left me. I knelt there and I picked soil, the soil that I came with. I knew I have finished that kingdom. I have finished that kingdom, and the God will restructure the kingdom. God will put it again in a manner that wills him. That is simple. You don't need to come and shout here, kingdom fall, I am bringing down the kingdom. You don't shout. You need to do a spiritual walk. You just do a spiritual walk. And this is what God told Joshua. Where you will travel, where your leg will, and this, and this, it will belong to you. It will belong to you. It is not by power. It is not by force. It is not by blood. No, by flesh. But by the Spirit of God. You make it. You win every battle. You are not condemned. You got the power to do the will of God. To be where God wants you to be. There is no gate. There is no gate. There is no system. There is no power on this earth that can stop me from getting where I want. I want to assure you, the time I get to America, the time I will get to America, I will meet this man. And I will have a photo with him. Yes. Yes.
by the time he realizes, wakati nitakapojua, by the time he realizes, kabla hajaelewa, I will be back in Kenya. nitakuwa ninarudi Kenya. And I will have done what I will have done. Na nitakuwa nimefanya kile nitakachokuwa nimefanya. And this is only what you need. Na hicho ndicho unachohitaji. You don't need ngumi. Tunafatara gude. You don't need a gun. Hauhitaji mbuki. You don't need a weapon. Hautaki silaha. You are a weapon yourself. Wewe ni silaha. Yourself, you are a weapon. Wewe kidokea bara. Only need unahitaji to live the way God wants you to live. Kuishi maisha ya kiungu. And to do what God wants you to do. Na kufanya kenye Mungu anataka. To be in a place where God wants you to be. Na kuwa mahali Mungu anataka. To be in the systems of God where God wants you to be. Na kuwa mpango wa Mungu. The rest is history. Mambo haya mengine. The rest will be history. Mambo haya God will make you invisible. Mungu atakufanya God will make you invisible. Mungu atakufanya and then you will walk through them. Na utapita. And then you will do through them. Na utafanya kila. And they will not be able to see you. Wataweza kukuona. They will be talking about you. Wataongea. They will be shouting about you. But they cannot stop you. They have tried to stop us. They have tried to fight us. But the God we have is much more stronger than them. The God that is with us is much bigger than them. They can never fit you. They can never bring you down. They can never win against you. If only you understand yourself. If only you understand the inner. If you understand your DNA. If you understand the power behind you. They can't hit you. That is what God wants you to hicho ndicho Mungu anahitaji. You are a vessel. Wewe ni chombo that is supposed to be used. Unapaswa kutumika. But because you don't understand who you are. You don't understand where you came from. You don't understand the power behind you. That is why you are suffering. Nobody amongst you. Nobody amongst you who is supposed to be poor. None of you that is supposed to be poor. None of you that you are supposed to be poor. Already you are richer. Already you have the power. Already you have the control. Already you have the dominion. Already you need to subdue that. And that is what you need. Become strong. The Bible says in the book of Joshua. Chapter number 1. Be strong and be courageous. I am going with you. God told Moses, I will be with you. God told Jeremiah, I'm not going to abandon you. I'm not going to abandon you. He told Isaiah, just make a walk. I will walk with you. When the day you discover what kind of a person you are, and you will understand your territories, and understand whatever that you need to be what is supposed of you. One thing I want to tell you, nobody on earth, no atomic energy on earth, no atomic energy, atomic bomb, nobody, no power can be able to stop you. Tell your neighbor, I am not stoppable. Nobody can stop me. Tell your neighbor, tell neighbor, I have the power, I have the energy, I have the energy, I have the frequencies to win any battle, to conquer them, to destroy them, and to bring every territory that I will bring. We don't flesh. Our weapon, our battle is not flesh and blood, but against principalities, against powers of darkness, against forces of darkness. The moment you understand, a Freemason person will never shake you because you are above them. The moment you understand that, that witch of a family, that witch of a family will not be able to touch you because already you are fire. Once you activate the frequencies in you activate the power of God in you. I want to assure you, watakuona wanakuangalia, hawatajua kule unaenda, watakuona tu ukipita, hawatakuelewa, utapita katikati yao, they will not be able to understand you, hawatakuelewa, maana wewe si wa kawaida.
You are not a human being. Yes. You are an angel. Yes. You got the power. Yes. You got the authority. Yes. And every force Yes. is honor. Hallelujah. Yes. Haya. Thank you. Amen. Amerudishwa kazi. Karadhi riu niwacokia wira. Bwana asifiwe sana. You don't live like a coward. You don't live Hauishi like a foreigner in your nation. kama mgeni katika ishi yako. Africa is the crown of mankind. Yes. Africa, it is the Garden of Eden. Afrika ni shamba la You Edeni. go to Israel, we don't have the Garden of Eden. Eda Israel hautaona. Garden of Eden was far east of the world. Are you getting me? Yes. The Garden of Eden Shamba la Edeni was far east ilikuwa tu bali wa mashariki. East of the world. Mashariki. Where is east of the world? Mashariki iko pande And gani? it was in the middle of the world. Iko katikati. Which country that is in the middle of the Ni world? taifa gani iko katikati? Then what are you going to look there? Unaenda kuangalia nini, kutafuta nini kule? The scientists, Wasayansi. Wasayansi they came walikuja there near Turkana hapa and Turkana. discovered the oldest skull of a human being Wakagundua ile skala ya ule mtu mzee kabisa in duniani the world. katika ulimwengu. They have not discovered anywhere in the world. Hawakudiscover mahali Then you kwingine. tell me to go to those crooks in Israel Na unaniambia ile kule crooks that Israel they have anything for me? They don't have anything for me. hawana chochote yangu. I am the Israelite. Mimi ni Israeli. I am the Jew. Mimi ni Myahudi. I am the Israelite. Mimi ni Can you Mwisraeli. tell your neighbor you are Mwambie the jirani yako jirani. I am the Mimi ni Israelite. Israeli. The child of God. Mtoto wa Mungu. I am the Israelite. Mimi ni The Myahudi. child of God. Mtoto wa Mungu. Last time I was in Lodwa, Last nilikuwa Rudwa. I happened to travel to Lodwa. Nilienda Rudwa. And the thing that took me, Kile kilichonipeleka I didn't reveal it to the people that hosted me. sikurifiri kwa wale watu walinialika. Because if I had revealed to them, Kama niliwafunulia wao, they would have been confused completely. wangechanganyikiwa kabisa. Because they thought I Walifikiria had gone for their mission. maybe nilienda kwa I mission was yao. on a different mission. Mimi nilikuwa kwa mission tofauti na Do you know hiyo. what I told them? Unajua niliwaambia I nini? don't want to sleep in the house. Sitaki kulala kwa I nyumba. want to sleep outside. Nataka kulala nje. And they brought a bed outside Wakaleta kitanda nje with a mosquito net outside. na mosquito net nje, Because there is an energy kwa sababu kuna and a frequency. na nguvu An energy na energy, nguvu. and a frequency. I'll teach you some other time about the frequencies and the energies Nitakufundisha tofauti ya that mambo you mawili. need to activate, Ile kitu unapaswa kufanya, take power, chukua to nguvu, take control, to move the way kutawala, God wants you to na move. kufanya kenye Mungu anataka ufanye. Before Jesus started preaching, Kabla Yesu aanze when kuhubiri, he disappeared, lilia adhire he went to India. India, He went to nations. alienda nations, When he was coming back, lilia do shoka. you know Jesus is the owner or the founder of Kapila Vastu? Unajua Yesu ndiye founder Wa Kapila Vastu, sema Kapila Vastu. Kapila Vastu. Do you know Jesus is the founder of Buddhism? Unajua Yesu ndiye founder wa Buddhism. Jesus is the head of all these religions. Yesu ndiye founder wa hizo zote. Jesus was a philosopher. Jesus is a philosopher. Sema philosopher. Philosophers. Alikuwa mwanafilosofia. Alikuwa mwanafilosofia. He's one person that did religion. Yeye ndiye alifanya dini. He studied religion. Yeye ndiye He alianza mambo ya studied dini. humanity. Alianza utu. He studied everything. Ajili kila kitu. And that is why even today, Ono muthi. no other name is above him. Hagutire leto ine It is kukira his litoria. only name that is above. Yeye ndiye jina So yote when ulimwengu. I made some route, some plan to go to Lodwa, Nilipanga mpango wa kwenda Rudwa. I was given a big vehicle. Nikapatiwa gari kubwa. Somebody became my driver. Mtu mmoja akakuja driver yangu. Took me Akanichukua. Where are the refugees? Kakuma. Kakuma. I went to Kakuma. Nigedhie Kakuma. I told them I want to see the refugees. Dera udhi kuona wakimbizi. Just tell me why would I be see? What was important for me to see? Kwa the nini refugees? uende uone wakimbizi? But I wanted to see the refugees. No, dera kuona tu wakimbizi. Because there are mountains. Kwa sababu kuna milima. Once you land at the airport, Ukichuka tu kwa ndege, there are mountains. kuna milima pande hii.
just behind the airport. Hapo kwa airport. You look at the mountain. Unaangalia zile milima. There is a cross on the mountain. Kuna msalaba kwa mlima. The one that is in Rio de Janeiro. Ambao iko Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. The one that is in Brazil. Ambao iko Brazil. There are Catholic missions. Kuna Catholic mission huko. There at the mountain. Huko mlimani. And in that mountain, na kwa ule mlima, there are sacred places. Kuna mambo ya siri. Where people of Turkana cannot go. Watu wa Turkana hawezi enda. Because it's not part of Kenya. Kwa sababu si sehemu ya Kenya. It was captured by the Vatican. Ilichukua na Vatican. They produce wine there. Wakafanya and they take it to Vatican straight. Wakapeleka Vatican. It is not about the Vatican. Si kupanda tu it is Vatican. Not about the wines. Si kwa sababu ya wine. But it is a sacred place. Ni mahabo ya siri. Where frequencies of power are activated. Ambazo zilifanyika pale. That is where the secrets of the frequencies mahinya, maroho, where they are activated from. When Kenyatta was arrested, he was taken that side. For him to become the president, he was taken to those mountains. And that is where he was locked for 7 years. You come to Lodwar town, where there is a court and a police station. There is a wall there which was constructed by Kenyatta as a prisoner. So the reason Kenyatta was taken there, it is the energy behind that rules Kenya. Because Kenya is ruled, the world is ruled by frequencies that are hidden in mountains. That is why Mount Kenya is so important to everybody in the world. And that is why Nyandarua, Nanijua Regis are so important. And that is why Ngong Hills is very important. And that's why Mount Rongonot is very important. And that's why Kachariba is very important. Because they are mountains that have frequencies. Before the pharaohs became the pharaoh, they had to come to Mount Kenya. They had to come for them to be given the power. They used to come to Mount Kenya through the Lodwar, through the mountains of Lodwar. Then they will come then to the Mount Kenya. Then they take the white chalk that is in Mount Kenya. The Gikuyu say it Ira. And that's where they pick the power from. But the story is here. Egypt. It is not the Egypt of today. The Egypt of then was black men. And that is now you come down to Sudan. Then you go to Mali. Then you go to Turkana. Then you come back down near Kitale. That is what the land that was Egypt. This is a land that is in the Bible where the children of Israel moved around for 38 good years. Now they used to move towards Turkana, to Sudan, and they moving because Sudan, the Egypt of today, it was Sudan. Those are the people that we call the Egyptians. The Sudanese are the Egyptians. They are the ones that were controlling. It is not the Arabs. Arabs were not there. These were the black. This one that cut this. And the Turukanas. Those are the people that were tormenting the Bantus, the Negroes. And the Negroes are the real Jews. Those are the people that walked with God. The Maasais, the Kikuyus, those people. Because these are one tribe. The tribe of Judah. The tribe of Naphtali. The tribe of... No, Dan was not allowed. Dan was finished. The tribe of Ephraim, the 12 tribes of Israel, they are all from Ethiopia, going down to South Africa. And this is what we call the Garden of Eden. So going to Lodwar,
tulipokwenda me going to Lodwar, nilipoenda Lodwar, there is an energy I needed from the mountain. kuna kitu nilitaka kule. Because I had to cancel Nilikuwa nataka for kucancel Kenya to become free, Kenya, for the revival to come to Kenya, ili revival ikuje Kenya, and for Kenya to become free. na ili Kenya iwe huru, We had to do one thing. na tunapaswa tufanye kitu kimoja. We had to follow the map of Exodus. Tunapaswa kuangalia mapu ya Kutoka, We had to follow the map of na Exodus. kufuata hiyo mapu ya And the map of Exodus, na mapu hiyo ya Kutoka you get it from Lodwar. ni kutoka Lodwar. You go to, where did you call it? Lodwar, No, the refugee camp. Kakuma. Kakuma. Then you go to the mountains of Juba. Na kwenda mpaka milima ya Juba. Because that is where they left the beacon Hapo ndipo waliweka alama of slavery. ya utumwa. That is why until today, Hata sasa we have refugees there. tuna wakimbizi. Because it is a portal of slaveryness. Ni hiyo uzalisha. That is where the children of Israel moved round and Hapo round and ndipo wana wa round. Israeli walisuguka miaka hiyo. It is a portal. And it is a portal. Nilango. It is a portal that can never allow Kenya to be successful. Because that's a portal of slaveryness. Just imagine this. In that camp, we have people from Burundi. In that camp, we have Rwandese. In that camp, we have DRC. In that camp, we have Mozambican. In that camp, we have people from Mali. We have Sudanese. We have Oromos. We have people from Eritrea. We have people from Somalia. In that camp, we have Africa. Because it is a portal. And the Europeans, when they were told to remove it from Kenya, they refused. Because that is where they generate the frequencies. They generate the frequencies to rule the world. They control the world through the slaves. The United Nations, Umoja wa Mataifa. The United Nations, through refugee, UNHCR. That is where they control nations. So they will never want Kakuma to go. They will never want Dadaab to go. Because it is a portal. A portal that was left by the children of Israel. That is where we have Kader Badesh. Kader what? Yeah? Kadesh Patel. Kadesh Patel. Kadesh Barnea. Kadesh Patel. Paranea. Oh, Paranea. Okay. Kadesh Barnea. Where they discovered. That is the time where they discovered. They have been moving here for 38 years. That is the portal that needed to be cancelled. When I flew from UK, I had to go to the portal that UK was using to control Kenya from. And I had to go to the mountains of Lodwar, where the Vatican was controlling this nation from. And again I had to go to Rironi. Oh, Rironi. The other, somewhere there near Rironi, where you have the oldest Catholic church in Kiabu, Tigoni. I had to go there. That is where they have another portal. That the energy that controls Kenya spiritually, I had to go there. Demolish it. Lodwar, demolish it. Kakuma, demolish it. Kenya is becoming free. Yes. Kenya is becoming free. Kenya inaachiliwa. You don't need a weapon. Hauhitaji vitu vya. You don't need a panga. Hauhitaji panga. Because when I was in Mungiki, I used panga. Wakati nilipokuwa Mungiki nilitumia upanga. God came to my life. Nilipokuja kwa maisha. He told me no weapons. Hakuna silaha. Oh, it's about knowing the secrets of God. If you understand the secrets of God and understand the secrets of your enemy, you just need to walk.
You just need to walk. Tembea tu. Can you rise up on your feet? Simama na miguu yako. Can you need to walk? Simama na miguu yako. You just need to walk. Unahitaji tu And defeat your enemies. Na kushinda adui yako. And destroy your enemies. Na kuharibu adui. You don't need 10 people. Hauhitaji watu 10. You don't need 20 people. Hauhitaji watu 20. A person by the name Gideon. Mtu ambaye anaitwa Gideoni had prepared 32,000 men. Alitayarisha jeshi 32,000 men. Na hao wengine to go and fight the Midianites. Na kwenda kupigana na Midian. But God appeared to him. Na Mungu akamtokea. And he told Gideon. Naye akamwambia Gideon. This battle vita hizi is not won by fire. Si kwa moto. It is not won by weapons. Si kwa vita. You shall win this battle. Utashinda hizi vita. As a man. As a man. Kama mtu. And he called him. Akamuita. You man of valor. Mtu huyu wa vita. You man of valor. Mtu huyu wa Jabayaita. You man of valor. Wewe mtu hapa. You shall win this battle. Vita hizi. As a man. Kama mtu. Remember this guy. Remember. Had prepared 32,000 men. But God reduced 32,000 to only one man. Yes. You are going to win the battle of your family. Yes. As a man. Yes. You are going to win the battle of your business. Yes. As a man. Yes. You are going to win the battle of your ministry. Yes. As a man. Yes. You are going to win every battle. Yes. As a man. Yes. You don't want weapon. Yes. You don't need weapons. Yes. You need God. Yes. You need God. Yes. You need God. Yes. You need God. Yes. Hallelujah. Thank you. You become a prophet. Amen. Thank you. Hallelujah. Oh yes. Hallelujah. You don't need hauhitaji weapons of mass destruction. Vitu vya vita you need Jesus. Unahitaji Yesu. You need the Holy Spirit. Unahitaji Roho Mtakatifu. You need to walk with God. Unahitaji kutembea na Mungu. Wherever you walk with God. Popote unapoenda tembea na Mungu. God does things that no man can do. Hakuna kitu mtu anaweza. No man can do. I want us to dance. Dada tuine. I want us to dada tuine. Kidogo tu. Hold on. Hold on. Nataka tumchezee Mungu. I want us to dance. Nataka tumchezee Mungu. Because we are activating. Sasa tuna activate a frequency. Nguvu. We are activating. Tunafanya a frequency that will set Kenya free. Ambayo itafanya Kenya kuwa free. Right today. Kutoka leo. Right today from today. Kutoka leo. Going forward. Kuendelea mbele. And do you know why Ojwang was to be killed? Unajua kwa nini Ojwang akapagwa kuuawa? They wanted blood. Walihitaji damu. They were chokosaring Kenyans. Walichokoza Kenya. So they were chokosaring. Walikuwa na chokoza tu. So that Kenya can come to the streets. Kenya wakuja kwa and they be killed. Na wauawe. So they get the blood. Ili wapate damu. To stop the activation of today. Amen. But God, when I saw that, nilipoona hivyo, I went live on Bethel. Nikaenda live kwa Bethel. And I prayed. Nikaomba. I cancelled every blood. I cancelled every weapon. I arrested them. I conquered them. I conquered them. I told them. Yes. We shall rule them. Tutawatawala. We shall rule them. Tutawatawala. They are waiting us to die. Wanagoja tufe. They are not going to die. Na hatutakufa. No. I'm saying this. Yes. They are waiting for us to die. Wanagoja tufe. We are not going to pray for them to die. Hatutawaombea wafe. For them are praying for us to die. Niliwaombea wafe. For me, I'm praying them to be there. Niliwaombea wawe hapo. And we have instructed fundis. We have instructed fundis. Tumeagiza mafundi. To start building a table. Kutengeneza mameza. We have instructed tumetafuta mafundi to build a table. Kutenga mameza. Si mameza, to build a table. Kutengeneza meza. To build a table. Kutengeneza meza. So that we will be on this side. Tutakuwa pande hii. And they will be on this side. Tutakuwa pande hii. As you are going to be blessed. Tutakapokuwa tunabarikiwa. Wakatuone tukibarikiwa. Hallelujah. As you prepare for your sacrifices, unapojiandaa kutoa sadaka yako, place your sacrifice along here. Tutatoa sadaka zetu kwa madhabahu all round at the table. Kwa hapa kwa hii meza. We are activating. Tunafanya hivyo. And meanwhile,
Kwa muda mfupi. Meanwhile, the mediocre, wajiga, these people told me I stopped making noise to them here. Walisema tusiwapigie kelele. Because they are big people. Sababu ni watu wakubwa. I stopped nisiwe na wakelelesha hapa. Nisiwe na wapigia kelele. Sababu ni watu wa maana sana. Sababu ni watu wa nguvu sana. Hallelujah. Amen. They summoned me in my office. Walinisamon kwa ofisi. And they told me this. Wakaniambia hii. Stop this. Baba wacha hii. And I told them sorry. Nikawaambia very sorry. I will not repeat. Sitarudia tena. I will be hitting you daily. Nitawagonga kila siku. If you want to go, go. Mkitaka kwenda endeni. Nothing you are giving me. Nothing you are singing for God. Mnamuibia sing for him. Muibie. You don't want it. Kama mtaki endeni. I don't care. Yes. Yes. Tuweke kitu. Haya. Praise it. You come here. It doesn't matter what you have. Make sure if you're in this room. No, make sure. If you're in this room, participate. Because we are activating. And those with their children, give your children something to come and bring here. We must do like Esther did. When he told Mordecai that he go out there and tell people to fast. Tell your goats to fast. Tell your dogs to fast. And then me, I am going inside. If I die, I die. If I die, But we must capture. We must conquer. Today is the day. I want you to dance. I want you to jump. I want you to make your noise. I want you to make the things.
a hand. Just lift up like you want to lift. Lift up your two hands like you want to lift. Oh, but on let. Yes, thank you. God bless you. I want to activate the portal. Malango. The portal. Malango. That opens your financial breakthrough. Just lift up your hand. Say in the mighty name of Jesus. Say in the mighty name of Jesus. I humble myself before you. That God, the wisdom you gave to Solomon, give it to me. In Jesus' name. In Jesus' name. There it has come. There it has come. In Jesus. You can feel it. Oh yes. The doors have opened. Oh yes. The doors have opened. Oh yes. The breakthrough has come. Oh yes. The breakthrough has come. Oh yes. That is the breakthrough now. Oh yes. The angels are all over here. Yes. Oh. Malaika wamejaa ndani ya nyumba hii. Where's my book? Give me, please, and give me Daniel 10. The book I gave you. Just leave. Open up your lips. Open up your lips. Talk to God. Catch it. It's the time for you to get it. Get it now. Get it now. Daniel 10. Get it now. Get it now. 12. Get it now. There is communication. There is a communication. There is a system that is happening in your life. There is a system that is happening in your life. There is a system that is happening in your life. Receive! Somebody Daniel 10 verses 12. Any generational curse, any generational curse, laana zote za kizazi, any power that is in the bloodline of your family, any forces of the forces of the darkness, the family tree that has hindered you from becoming successful. In the mighty name of Jesus, I declare you powerless. Powerless. I declare you powerless. I declare you powerless. I declare you powerless. In the name of Jesus. Any word that was spoken against you, any authority that was said against you by your teacher, by your father, by your elder, by your church, by whoever that is in authority, that is above you, and they said you are going to fail, and they said you are not going to succeed, and they said you are a failure, and they said you will be poor, and they said you are not going to succeed. From today, I bring you down. In the name of Jesus. The spirit of witchcraft that was connected to you by your grandparents, that was connected to you by the land you came from, that was connected to you by ancestral spirits. Any witchcraft that was connected to you by your husband or wife, that was connected to you by your children, that was connected to you by the powers that are, from today, from today, from today, you are powerless. From today, lose them, lose them, lose them, lose them, lose them, break them, break them, not break them. Lose in the name of Jesus. Lose in the name of Jesus. Break them. Lose in the name of Jesus. Lose in the name of Jesus. Lose in the name of Jesus. No capas. Lose in the name of Jesus.
Sikiliza, inua mikono yako. Wachana na huyu. Huyu ametoka Goiro. Ametoka Dodoli, wachana tunamuelewa. Amen. Sasa shika mwenzako mkono. Shika mwenzako mkono. Nipatie Danieli. Nipatie Kiswahili tafadhali haraka. Kisha unipatie Isaia 45 ukitoka Danieli. Harakisha Kiswahili. Hawa watu wa kusoma. Hiyo ndio shida ninakuwa nayo. Mungu anipatie watu wajasoma. Lakini nitawasomesha mtasoma. Si ndio? Wewe bado wameona Qur'ana kwa dole magego. Harakisha Kiswahili. Kiswahili. Na muthome mutigothida tugicejegia ha. Una nikariganiro. Akwa Marieda. Najua nataka kusoma Kiswahili ndio nishirikishe. Ndipo yeye akaniambia. Hello. We are talking of God. The mighty God. The God that lives. The God that created the heavens and the earth. Huyo Mungu mkuu. Muumba vyote vilivyo katika dunia. Ndipo yeye akaniambia, Danieli, usiogope. Bwana Yesu asifiwe sana. Weka jina yako. Ndipo yeye akaniambia, Ndura, usiogope.
Mungu alilisikia ombi lako tangu siku ile ya kwanza. Haleluya. Ati ya kwamba tangu ile siku tulianza safari hii, Mungu alitusikia. Mungu alitusikia. Na kwa hiyo ninaachilia baraka zako. Siku ya kwanza ulipoamua kujinyenyekeza mbele yake ili upate ufahamu. Mimi nimekuja kwa ajili ya ombi lako hilo. Malaika wa Mungu ameingia kwa ajili ya ombi lako. Kwa ajili ya ombi lako. Huyo Mungu yuko. Huyo Mungu yuko pamoja. Ego uko. Amekuja. Anasema mimi nimekuja. Hallelujah. Anasema sio kama mnanielewa. Ndipo yeye akaniambia. Nani? Ndipo yeye ni nani? Ndipo yeye. Wewe ni Mungu. Ndipo yeye Mungu akaniambia mimi. Halo. Ndipo yeye akaniambia usiogope. Nataka kuambia mtu mmoja hapa, usiogope. Mungu yuko pamoja na wewe. Umeshinda vita. Waliokuzuia wameporomoka. Waliopigana na wewe wameporomoka. Waliopangia mambo mabaya wameporomoka. Umasikini umeporomoka. Magonjwa yameporomoka. Madharau limeporomoka. Kanisa limeinuka. Kanisa limeinuka. Isaiah 45. Huyu mtu anatuwekea Kiingereza ya nini? Huyu ni mtu ametumwa tu. Hawa ni mafaristi. Isaiah ya Kiswahili. Duge vieuge. Imeletwa. Sikiliza sasa. Shika mwenzako mkono. Umwambie inasema hivi. Mwenyezi Mungu asema hivi juu ya Koreshi, wewe ni mfalme. Sasa ondoa Koreshi. Sasa ondoa Koreshi. Weka jina yako. Oka jina ya huyo. Mwenyezi Mungu asema hivi juu ya Ndura, wewe ni mfalme wangu niliyekuteua. Mimi naitegemeza. Mimi naitegemeza nguvu yako ili uyashinde mataifa mbele yako na kuzivunja nguvu za wafalme. Mimi nayafungua malango ya mji mbele yako na hakuna lango litakalofungwa.
mwenzako mikono. Shika mkono mwenzako. Yeremia 1:10. Leo nimekupa mamlaka juu ya mataifa na falme. Leo nimekupa mamlaka. Leo nimekupa mamlaka juu ya mataifa na falme. Uwe na mamlaka ya kung'oa, ya kubomoa, mamlaka ya kuharibu, ya kuangamiza, mamlaka ya kujenga na ya kupanda. Waefeso 6:10. Hatimaye na watakeni muwe imara katika kuungana na Bwana kwa msaada wa nguvu yake kuu. 11 inasema, weka vaeni silaha anazowapeni leo, Mungu mpate kuzipinga mbinu mbaya za ibilisi. 12, maana vita vetu si vita kati yetu na binadamu, bali ni vita dhidi ya jeshi ovu ulimwengu wa roho. Tunapigana na watawala, tunapigana na wakuu na wenye nguvu wanaomiliki ulimwengu huu wa giza. Fungua kinywa chako. Fungua kinywa chako. Bingu imefunguka. Connect na Mungu. Mungu, wakati bingu ilifungukia Solomon, Mungu aliteremka akamuuliza, niambie unachokitaka. Sasa hivi bingu imefunguka. Mwambie Mungu unachokitaka. Na kimeteremka. Inahitaji connection tu. You need just a connection. Unahitaji connection. Just connect yourself. Connect yourself. Connect yourself. Financial breakthrough, marriage, ministry. Kila kitu unachokitaka kimekuja. Maana wafalme wa giza wamesambaratika. Wafalme wa giza wameanguka, wamemarika. Ora bashanda baba bababorianda. Riako robobozeria. Huyo Mungu already ametenda. Huyu Mungu ametenda. Huyu Mungu ametenda. Huyu Mungu ametenda. Huyu Mungu ametenda.
Huyu Mungu ametenda, ametenda. This is a righteous God. This is a righteous God. This is a righteous God. Ne gayo ekaga, gayo kinyanageria, gayo hotanaga, gayo dia. Worshiper. Shika mwenza kwa mikono. Mwanzo 15:17 mpaka 20. Jua lilipokwisha tua na giza kuingia, tanuri ifukayo moshi na mwenge uwakao moto vikapita katikati vile vipande vya nyama. 18. Siku hiyo Mwenyezi Mungu akafanya agano na Abrahamu. Weka jina yako. Siku hiyo Mungu akafanya agano na mimi. Wazawa wako ninawapa nchi hii, toka mto wa Misri hadi ule mto mkubwa wa Yufreti. Maana tumetengeneza agano na Mungu. Mungu already ametupatia promise ya kwamba nchi hii utaimiliki. 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 Utamiliki. Utamiliki. 19. Kumbe Mungu alikuwa atufanyie mambo makubwa leo. 19 sema, yaani nchi za Wakenani, za Wakenizi, za Wakodomoni, nchi, tuendelee haraka mami. Atawapokonya 20, atawapokonya hawa watu, atawanyaganya. Akasema Wahiti, Waperesi, Waferai watanyaganywa, watanyaganywa. Hawa watanyaganywa ndio wewe upatiwe. Watanyaganywa ndio wewe upatiwe. Watanyaganywa. 21. Waamori, Wahiti, mpaka Wakanani, Wagirigashi na Wayebusi, maadui katika maisha yako kutoka leo wameondolewa. Maana umefanya agano na Mungu. You have made a covenant with God. Receive the covenant now. Receive the mark of the covenant. Receive the mark of the covenant. Receive the mark of the covenant. From today, you have been you have a covenant with God. Say my amen.
Thank you. Tumepita. Kaa chini sasa. Kaa chini. Kaa chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kako wapi kaka mtu? Kuja. Simama hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumekuwa na msururu wa vita za kifo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutoka mamangu afe, kuna watu kadhaa hapa wamepoteza watu wao. Tulikuwa na Apostle Lucy, bwana yake aliaga. Amekuwa hospitalini kwa muda mrefu akiwa na ugua. Alikuwa anafanya dialysis. Lakini wakati wake ulifika akaondoka. Kisha baadaye siku hiyo naye mother akampoteza baba yake mzazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello. Tumekuwa tukichanga tukitoa mpaka ninasikia sasa hatufai kutoa ingine. Lakini sasa tufanyeje mother? Tukumutiganilia kweli. Ingia kwa mfuko tafadhali. Kanisa tukuna kile tutampatia, lakini ingia kwa mfuko tafadhali. Mtu wako na kadhao tutafute tudhao twingi. Na 500 twingi tukuja twingi. Mtachanganya na hiyo ingine. Lakini tukue tudhao. Kupata tudhao kama tuwili tutatu. Kwa pamoja kwa mpigo mmoja mnaweza kibisa hapa, tukibiseni tu. Mungekuwa mshafika hapa. Mungekuwa mshatoa haraka hii masaa imeenda sana. Si tuko na ibada nyingine. Simulete basi. Niki, unaenda kuinua rwimbo. Twin 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 dun 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 di toa. Hii ndio kitu kama hii rangi ya pesa. Utataka hata igege. Harakisheni hata hiyo 150 lete. Ishi. Tutirathondeka WhatsApp group. Gutire WhatsApp group turathondeka. Wako tutikumuteithia kumuthika haha ri. Mse hii ni yako na msema ni yako peke yako. Hii ni yako na msema ni yako peke yako. Hapana. Usianze kukalia mse. Harakisheni. Tuthike muthuri uyu no arehe ciaku. Kwa kile heto nini ateteragicigwa. Goki. Ai. Hata wewe. Yaani mumenyamaza tu mnaniangalia kama nini? Leteni hapa. Ai. Judile. Leshi yako. Yaani mungatheti kongadia. Nini munangatheria? Nini ko mungatherio nani? Simu patiana namba. Wewe patiana namba. Patiana namba. Simama hapa, unaenda wapi? Simama hapa. Ikioreda nethiriwe nayo. We, leteni pesa. Amuleti ama nyinyi wa simu? Nyinyi wote ni wa simu? Tukiambiwa ni simu. 0728 52 64 12. Rudia pole kama mtu amesoma. 0728 Modoga 07 aje 07 0728 07 aje 07 28 52 64 12. Yes. Rudia tena. Mother Mogo 07 07 28 52 64 12. Wewe mwalimu umeweka uniashoga ona dakinya atorogoka nezukari no adira kuma mothe ne kurutete cia thimu. Okay. Ona ni umuthe ni matha no rucio keidi murangenirie urenda juke ereti kiaraga no ndaike taburukia mbeca icio no ici cigoje ta mutumia wa thoko soja nokutete baba itu ndio ndeheire already mami witu mwathani agocwo nikuruta
Ciaridi hithaga. No itoka citiendaga kwĩyonania. Itoka citiendaga kwĩyonania. Umetoa? Aise. Mam. Wewe toa. Umepea nani? Iyo ako ka 50 kamekuja. Wewe. Umetoa? Hege toka gyakwa gĩkorogo haha. Uzimele toa. Are you sure? Are you sure? Ado adagureti. Message nyone. Message nyone. Batumani mwine. Anishishe dai wasikirira hale. We have rich people around us, good people of God. Amen. Amen. Na yako? Sawa. Hebu hesabu hii pesa. Yes. Kanisa tutampatia, tutatoa yetu kama kanisa. Tutampatia 10,000. Zaidi ya hiyo. Sawa. Niogo. Ndio ikarede. Mungu awabariki. Mazishi ni ya nini? Tuesday wapi? Yeah? Dedero niko. Kenya? Yeah, umete na Ruaka. Oh. Okay. So wale ambao unaweza patikana Tuesday tutampeleka tuende tumwakilishe, si ndio? Wacha tukue na unity. Watu wanajulikananga wako na unity wakati kumetokea disaster. That is when you know whether you have a team or you have fake people. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo wamama muojiorganize. Huyu ni mama mwezenu, muangalie venye tutaenda. Yetu muone Roda huyu. Roda simama hapa wakuone. Muone huyu Roda. Basi wale watu wanataka kumpeleka mujiandikishe ndio tujue namna gani. So I have Kego kuja. Tumemaliza mahubiri kanisa, tumemaliza. Mr. Kego kuja hapa. Mr. Kego, najua tumekuwa na ka challenge kidogo kwa wale watu wa Besima. Sema Besima. Besima Bethel Cloud